atafufuka siku ya mwisho ya ufufuo. Lakini Yesu akabadilisha maneno hayo. Mstari wa 25. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yani anamwambia Martha, usiweke mbali. Usingojee siku fulani ya kufufuka ama kupata uhai. Yesu akaweka wazi kama vile na kuwekea sahihi ya kwamba Jesus is the resurrection and there is life. Yeye ndiye ufufuo na yeye ndiye uhai wa uzima wa milele. Tuseme amen. Na akasema kitu ambacho nataka ushike. Akasema, aniaminini mimi, hata kama atakufa ataishi tena. Sema amen. Kwa hivyo sisi hatuna uoga wa mauti. Tunajua ya kwamba tutaishi tena. Yesu alituahidi hivyo, ya kwamba hata kama utakufa na ulimuamini, utaishi tena. Kwa hivyo tunatumaini ya kuishi tena, kwa sababu tunaye mwenye uzima na uhai. Mstari wa 26 Yohana 11:26, Yesu akasema, whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yesu akasema, anaishi na ananiamini hata wahi kufa kamwe. Akauliza swali, je, unaamini hayo? Nauliza, je, tunaamini hayo? Nifungie mkono. Je, unaamini hayo? Ya kwamba yule anaishi na anamuamini hata kufa kamwe. Yesu akauliza, je, unaamini hiyo? Kwa hivyo niko hapa nihakikishe ya kwamba imani yako sio potofu. Umeshika neno la wokovu ili uweze kuishi na uishi milele. Pigia Yesu makofi. Neno langu la mwisho. Hakuna mtu anasikia sauti yangu saa hii unafaa kupotea. Unafaa kufanya nini? Unafaa kupotea. Hairuhusiwi. Kwa nini? Biblia inasema hivi, 1 Timothy chapter 2 verse 13. Hakuna mtu, yani ninasoma 1 Timothy chapter 1 verse 15 ya mwisho. Inasema, this is a faithful saying. Ili ni neno la kweli na linastahili kukubaliwa na watu wote. Ninarudia. Hey. Sema ninakusikia, sema hivyo. Ninasoma inasema hivi, this is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Hallelujah. To save sinners, of whom I am chief. Yani ni neno la hakika na la kuaminika ya kwamba Kristo Yesu alikuja duniani. Hey, nasema Yesu Kristo. Mwe Yesu ni wokie yani alikuja kwa dunia hii kuwaokoa wenye dhambi. Neno la kuaminika lenye kupokelewa na watu wote, ya kwamba Yesu alikuja duniani kuwaokoa wenye dhambi. Na Paulo akasema yeye ndio mwenye dhambi zaidi. Kwa hivyo hakuna mmoja wetu hapa unafaa kuondoka kwa uwanja huu kabla haujakubaliana
na Yesu. Na ile kitu sitafanya ni moja, sitakuuliza kama unataka kuokoka. Mimi najua unataka. Pigia Yesu makofi wewe. Hebu piga tu makofi ya juu kidogo. Jaribu. Sawa. Sasa nasema hivi nikimalizia, sitakuuliza kama unataka kuokoka. Yesu hakututuma tukaulize ni nani anataka. Yesu alitutuma tukawafanye wanafunzi. Nitakufanya. Ambia mwenzako yule pasa atakufanya uwe mwanafunzi. Yaani, mimi sitangojea nikuulize, je, unaonaje? Unaokoka ama uokoki? Hakuna nafasi ya kukuuliza hiyo. Hakuna nafasi. Tulitumwa kuwafanya, sio kuwasi. Ati unaonaje? Unaokoka ama uokoki? Hey, nitahakikisha leo hata wakubwa wetu wote tutakiri Yesu. Na tukikiri nimemaliza. Hebu tusimame tukiri. Pigia Yesu makofi, kwa sababu sisi wote tunaokoka tena. Hata mimi nitaokoka tena. Tuseme amen. Sasa shukuru Mungu kwa dakika moja kwa hiyo neno umesikia. Tumwambie tu asante. Mwambie tu Mungu, Bwana asante kwa nafasi ya kusikia neno lako, nafasi ya kusoma maandiko. Mwambie tu hivyo tu. Mwambie asante kwa nafasi ya kusoma maandiko, ya kuelewa Yesu ni Bwana, yeye ni Kristo. Pasipo yeye hakuna ufufuo na hakuna wokovu. Ni yeye peke yake mwenye kutuokoa. Sasa naomba uweke mkono moja kwa kifua chako. Sirudia maneno haya. Sema, Baba. Sema kwa sauti yote, wachana mwenzako. Sema tu, ewe Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa nafasi ya kusikia neno lako. Umesema ni neno la kuaminika na kukubaliwa na watu wote, ya kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kuwaokoa wenye dhambi, na mimi ni mmoja wao. Na sasa ninakiri imani yangu kwa kinywa changu ya kuwa wewe Yesu, wewe ni Kristo, wewe ni Bwana, na wewe ni mwana wa Mungu uliye hai. Ninaamini kwa moyo wangu wote ulifufuka kutoka kwa wafu ili nihesabiwe haki. Sasa ninajua nimeokoka, nina uzima wa milele. Sema amen. Ambia watu watatu, imagine nimeokoka saa hii tena. Wasalimie, waambie nimeokoka tena. Yesu hakututuma tukuulize kama unataka. Alitutuma tukufanye. Kwa hivyo ambia mwenzako umefanywa mwanafunzi. Basi tuombe. Tuombe sasa. Baba, asante kwa nafasi hii ya neno lako, ya kwamba unalifuatilia neno lako kulitimiza kwa uweza. Tunawaombea wote wagonjwa kwa mkutano huu, ukawaponye saa hii. Upako wa Roho Mtakatifu na nguvu ukavunje kila nira na kuinua kila mzigo juu ya mabega ya watu wako. Familia hii tunawatangazia amani na furaha na ushindi, kwa sababu ya kuwapatia mama kwa miaka zaidi ya 100. Tunakuabudu kwa pamoja na tunakutukuza, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeamini. Tusemeni amen. Haleluya. Barikiwa sana.
Tumpikie Yesu makofi jameni. And that anointing nataka kumulete baba yetu Askofu Pius Muilu. Ako na kazi mbili. Wangapi wanajua Pius Muilu? Inua mkono. Nani anajua Pius Muilu? Kuna neno gizani, kuna nuru gizani. Amen. Pius Muilu utafanya mama wili ili ibada hii iwe complete. We need to give to God and then we need to pray for the family. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka kumtolea Bwana sadaka zetu ili hii ibada ya leo ikaweze kuwa imekamilika. We call it spiritual consummation. Mahali injili imehubiriwa, sadaka inatolewa, watu wa Mungu wanabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya mnenaji ambaye amelileta neno kwa uhodari tena kwa ushupavu. Tumelipokea likaweze kupata mazao ndani ya maisha yetu. Na kwa sababu tunajua ibada bila matoleo haijakamilika, I am praying that as your people are going to release an offering today, Lord, you're going to touch their lives. Tunapokutolea, tunayempumzisha aligonga miaka 100 na kwa jina la Yesu Kristo, miaka 100 na ndio tunadai kwa kila mmoja wetu. My brother and my sister, popote ulipo, sema miaka 100 na. Rudia tena. Pokea. Hata kama ni mgonjwa, watu wenu wote, endelea. Maisha mazuri, endelea. Endelea. 3 more times. Aha. Aha. Ya mwisho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumedai, tumeconfess, tumeomba miaka 100 na hiyo ndio tunatolea sadaka. Hata kama kuna watu afya zinasumbua, baada ya kukutolea, we are believers in signs and wonders. We know that doctors treat but God cures. Wengine wakirudi manyumbani watashangaa ya kwamba matatizo waliokuwa nayo yameenda na wengine imepungua, kwa sababu ya kupatia neno la Mungu nafasi. Siku ya leo kuna watu wanaondoka wakiwa wamepona, lakini kesho kutwa ndio watagundua the pain is no longer there. Tunapokutolea sadaka, tutendee maajabu na usikubali tuaibike in any way. We thank you and we honor you. In Jesus' precious name we pray and believe. Amen. Wanaochukua sadaka, yes, wajukuu 5 ndio wataenda kuchukua sadaka kama ushers. Wajukuu, simkimbie miaka 100 na mkuja hapa mbele. Wow, miaka 100 na, my God, miaka 100 na. Huyu ni mjukuu, mnawaona. Asanti. Nani mwingine? Tumesema kama 5 hivi. Waambie harakishe. Wajukuu si mharakishe, tunataka wajukuu kalipo 5 wasimame hapa. Kujeni, msio mmeambiwa na kuona Pius Muilu hapa ni Mungu. Mimi kukuona, wacha nishike tu hiyo, ni matapa anointing. Hao ni wangapi? 5. Hawa ni 1 2 3 4. Anabakia mmoja. Awe ni mmoja wao. Ako wapi? Anachukua already. Asante. So fanyeni haraka. Alafu kuna wale ambao wangelitaka kumtolea Mungu kupitia namba ya M-Pesa ambayo ni 0704.
unashika hiyo ndio ya kwanza, 0704 and then 47 1943. Narudia tena, wewe ambao unataka kutoa kwa simu, namba ni 0704 47 1943. Narudia raundi ya mwisho. Na italeta jina gani askofu? Italeta jina Mlinge Muya. Aha. Haya. Namba ni 0704 47 1943. Thank you Jesus. Daktari, umeenda kuchukua na ukarudi? Asante. Kuna mwingine tena, Baba wa mbinguni. Kuna mwingine tena, Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena, Baba wa mbinguni. Kuna mwingine tena, ila Baba wa milele. Kuna mwingine tena, ila Baba wa mbinguni. Nani kama wewe? Na kwa sababu ya kuokoa time, wakati mnaendelea na sadaka, watu wa familia itabidi mje hapa mbele ili tukimaliza tuweze kuwaombea. Hakuna mwingine tena, ila Baba wa mbinguni. 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 hakuna Hakuna mwingine tena, ila Baba wa mbinguni. Oh, hakuna mwingine tena, ila Baba wa mbinguni. Nasema hakuna mwingine tena, ila Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena. Wow, asante. Watu wa familia, sijui kama tukiwaambia mpige magoti mtaumia. Hamtaumia. Mnarudi nyuma kidogo, mnapiga magoti, alafu wahubiri wote mkuje tuwazunguke, tuonyeshe mikono. Mliokuja mbele, kama miguu haisumbui, twende kwa magoti tafadhali. Kwa magoti, kwa magoti. Wahubiri, asante. Mwimbaji, asante. 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 Asante pastor. Wamepiga magoti, wamepiga magoti. Wahubiri tuwazunguke, tuonyeshe mikono, tuachilie baraka. Asante music. Subiri kidogo. Kwa nini tunawaombea? Number 1 ni kama mama yetu Agnes. Kama labda kuna mtu wa familia mlikuwa kuna kitu mmepitana na ikawa labda inakusumbua, sisi tuko na authority ya kuvunja hiyo kitu, ya kwamba hakuna kusumbuka kwa sababu ya mama ameondoka. Wahubiri tunanyosha mikono. Asante. That is powerful. Baba, katika jina la Yesu Kristo, familia ndio hawa wamepiga magoti, tunawakabidhi mikononi mwako Baba, katika jina la Bwana wa majeshi. Baraka yako iwe juu ya maisha yao, utawahifadhi, utawalinda na utawakinga kutokana na mabaya yote. Kama vile mama alipenda kuona amani ndani ya familia, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Mama hajaacha laana, mama ameacha baraka. Baada ya kumpumzisha mama leo, hamtahangaishwa na ndoto za mama tena.
na kile mama alikuwa na kuombea upate na ameondoka ukiwa hujapata, tunaamini hayo maombi yatajibiwa posthumously. Hata mama akiwa ameenda, maombi yake yabaki yakikusaidia. Mungu akaibariki familia, na kwa ajili ya kupiga magoti chini, nataka nitangaze siku ya leo, hamtang'ang'ana kama watu wengine. Kuna vile kutakuwa na urahisi, milango ikiwafungukia locally and internationally. We break every curse of the devil. Generational curses be broken in the name of Jesus Christ. Baba, tunaamini utaturudisha hapa tena, sio shughuli ya mazishi, lakini sherehe ya aina yake, ni kwa sababu wewe ni Mungu unaijibu maombi. Tunasema ni asante, pokea sifa na shukurani. Wahubiri wamenyoosha mikono juu ya hawa, baraka imeachiliwa, na ni ile baraka ambayo haileti huzuni, inatajirisha. Tunasema ni asante, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, amen. Tunaweza inuka. The grace limetao. Sawa, asante sana. Reverend Mitao, please muone Bishop Mwele. Basi tumpikie makofi Askofu Pius Muilu, na tumemaliza part A ya ibada hii. Tunaenda part B ya speeches. Naomba Kalawa sub chief, Kalawa chief was wa eneo hii. Uko wapi? Kalawa chief. Kalawa chief is here with us. Na waziri chief akiendelea na kuingia, want to introduce the member of parliament, Githunguri constituency, Honorable Kadhoni wa Mchomba. Tafadhali wave the congregation wa member of parliament. Thank you. Kuja hapa chief. Chief enda pale. Want also to introduce Senator Kiambu County Karungo Wadhangwa is with us in this congregation. Thank you so much, Senator. Thank you, MC. Let I take this opportunity, and I request through our Excellency to greet everyone good afternoon. Thank you. I request if we have any girl to come and accompany me. If there isn't, let I proceed. Sir, my name is James Kimeu, Area Chief Kalawa location, where we are. And, oh, sorry, yes, sir. I'm been joined by my colleague. This is Assistant Chief Kimeni sub-location, which is within Kalawa location. Yeah, we are is in Kalawa sub-location. The other girl, they are built somewhere. Others are in class, doing another business. I do welcome all of you who have attended this occasion and feel at home. And because we have so many speeches and also my boss is here, I request all of you to feel at home. Thank you. Thank you, Chief Kalawa location. Waziri, there's a request. Mtu akiongea anaface this camera. We are live, please. Waziri. Thank you very much. Nataka kulete kutoka hapo, tuna members of the county assembly, majority leader, kama uko hapa tafadhali. Asante sana.
Karibu sana the majority leader county assembly of Makueni, Mheshimiwa Kisungi. Mwaini museo mabinda onde. Kabla niongee, nataka I have 2 MCAs hapa, mmoja retired na mwingine serving. Tafadhali mkuje msalimie wananchi kwa hii congregation. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie namna hii. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunashukuru Mungu kitu ya kwanza kwa sababu ametuletea wageni. Kwa kusema haki, tuko hapa na Kashagwa, Rigathi. Na nikitaja hiyo jina na hayo majina mengine, mnafika makofi. Yeah. Manake hiyo ni kuonyesha kwamba mnamwalika akuwe na sisi siku ya leo. Ama sivyo? Hawa wageni tuko na wao ni hatari. Tuko hapa na Kadhoni wa Mshomba. Mimi nimewahi kumuona akiongea huko wakati tulikuwa huko na Kalonzo. Huyu mama anakaa kama mwanaume kisiasa. Huyu anataka makofi mingi. Alafu huyu dhangu huyu jamaa ambaye aliambiwa aende Nyeri na akatoka Nyeri akarudi mpaka hapa Nairobi na ukatoa wanaume jasho. Manake ulisema hakuna kitu unaongea. We. Pigia Njaguna makofi. Mwisho na kabla nimalizie. Unaona baba yao hapa. Huyu mwanaume baba yao ni baba yao kweli. Juzi alitembea akaenda mpaka Musia FM. Akaongea huko Kikamba. Jamaa sijui kama watatuchukua vizuri. Why can't you bring that thing of yours Pandei? Manake lazima tuangalie mahali kuna wakubwa. Naweza rudi nyuma kidogo. Mahali kuna wakubwa hatuwezi address nini namna hiyo. Baba yao uliongea Kikamba ukaeleza mambo ya Ngema, vile Ngema iliungana pia na Mkamba wakati hii, na mahali tunaenda ukasema ni mbali na hakuna Kisuhizi hapa katikati. Pigieni baba yao makofi. Mwisho hili niende niketi. Manake tuko na wageni wengi, mabishops na kadhalika. Niseme hapa kwetu Ukambani, tuseme Kitui, Machakos, Makueni, tuko na ndume. Sijui kama mnajua hiyo. Tuko na mwanaume ambaye hata ukiangalia nyuso hizi zote ndio amealika hawa wazee wengine wanasiasa, baya anaitwa Ketonga Maanzo. Senator. Huyu senator anafanya kazi kama kijana mwepesi. Yeye ni sungura mchanja. Wakati Kashagwa alikuwa huko hospitali, ndio mtu alikuwa wa kwanza kujua unapeleka hospitali nyingine ama umepona ama kuna kitu anaweza fanya ndio urudi nyumbani. Uliona Maanzo hapo. Wakati Waititu alishikwa juzi hapa akidanganywa sijui nini, Maanzo alikuwa ndani. Kwa hivyo wewe Maanzo ni mwanaume. Endelea hivyo, give it up. Wewe kwa dio wandino yito ya Kenya. No yikala na ume azinundu weba ni Maanzo kuwa hapa na sisi sote nikiwa organizing secretary wa chama chetu kinachokuja kutawala cha Wiper. Unaona Kalonzo ukiona Maanzo. Mwazio ingi. Mwaine museo. Tiende teneza. Lazima niwaambie Rigathi, nikuambie hivi. Tunaona umeenda safari mrefu. Na hakuna kitu inapatikana kwa urahisi ati upite shortcut. Kitu moja nimejua leo yako ni kwamba huyu bibi yako huyu, ile smile yako naye ile wakati wa ubiri wengine walikuwa hapa, alikuwa amenyosha mkono kuonyesha na kuombea, na ni lazima utaenda mbali. Mahali mmepanga twende, tutaenda. Kwa hivyo mko hapo mbele, mtuongoze. Rigathi, tunakuonea huruma sana, umepitishwa njia ndefu. Maanzo na Dhangwa wakajaribu, Kadhoni Mshomba akajaribu, lakini
hii ikatawala na mambo imeisha hivyo, na ina shida. Tuombe Mungu ambaye hako hai, na mkae pamoja na Stephen Kalonzo Musyoka. Huyo mtu utasikia ameguswa, hata amekuwa na bibi ya mtu, amekuwa na huyo ndio mtu tunaamini na tunaweza wekelea mkono yetu sote sisi wa Kamba. Wengine wanatembea na mabibi, unaona mtu wako na 3, mwingine 4. Afadhali wewe Rigathi yako ni moja na unatembea na yeye, na Mungu atawaonekania tela. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, former DP, tunawaombea. Hii safari tunajua ni ndefu. Kuna watu wamezoea kudanganya, wengine wamezoea kupanga, na wengine kutenga. Hizo vitu yote lazima waondolewe njiani, tupite twende tukalie kiti, Wakenya warudishwe pamoja na inji irudi sawa sawa. Kana mwiku kwenda yutiende. Na nikimalizia, Mulinge ambaye ni mmoja wa familia hii aliongea hapo wakati alikuwa ana introduce familia. Maanzo ni kutume kwa roho safi, kwa roho safi. Ginenga ndo makala wapole, kwa sababu kuna mtoto alikufa hapa, ambulance haikuonekana, dawa ya nyoka haikuwa. Enda Senator Manzo umwambie gavana wetu, kazi muhimu ni kulinda watu wa Mboni constituency na Makueni. Kanatiwe imba hito. Alafu Mulinge unaongea hapa kama mzaa, unasema sijui tukue na mheshimiwa wa kike. Next time ni bibi yako akuwa MCA ama wewe akuwa MCA. Kwani iko shida gani? Hapa niko shida, tienda mheshimiwa wajao wa mundu muka Mulinge ndaziu na kamande ndeba. Kamande tio toetie. Yoju kwate kwa kaini mukulia kuli na nyendika une. Pabe mheshimiwa tani bi. Muyandi ba mheshimiwa ba MCA. Ngobikie. Ndanoka. Rigathi ebaya. Manzo eba na Waitito. No kambio sino kegwe kiyamba ngo. Haya, Yesu nata hiyo. Kwa hayo machache asanteni, na nimeshukuru sana majority leader. Kazi unayoufanya mbunge, kazi unaofanya mbunge letu la Makueni kupitia ushauri wa Maanzo. Sisi Makueni hakuna shida, hatujasikia problem. Na ile problem ilikuwa huko Kitui pia Maanzo aliingilia na ikaisha mara moja. Kifo ile ilikufa tu. Wala we dhinola we Kitui o Maanzo mumono ba o kuicho kendu kenini ndeto si akilia na kwa seoba. Kwa hivyo tunataka mshirikiane. Sisi hapa Rigathi ni kwa mheshimiwa anaitwa Mutula Kilonzo Junior. Ndio gavana na ni wa Wiper. Tuko na mheshimiwa Maanzo ni senator. Na tuko na mheshimiwa women rep ambaye ni rafiki sana wa Musomba anaitwa Rosi Musio. Hiyo ndio mawe yetu 3 inaunda kaunti hii yetu ya Makueni. Na wote pamoja na mheshimiwa Kivasu na wale waheshimiwa wengine wa huko Kaiti, Kilome, wote wanaongea sauti moja, na ukitaka kutumana kijana mwepesi anatumwa na anazunguka kila mahali ili mambo yakuwe mzuri. Kwa hivyo Rigathi osavina mundume we mutongolia njamba ndukweza na problem. Unajua kama sio kusahau, wakati ulikuwa PA wa Uhuru huko KICC ulikuwa rafiki wangu sana. Hata namba yako niko naye hapa. Lakini nashindangwa sasa nitapigia deputy president tuongee nini wakati hii. But kuanzia sasa lazima nitakuwa nikipigia simu. Kwa hayo machache naomba tu kitu moja. Nawaomba kitu moja. Manake huko ni kwa Kalonzo. No mwitikile muka nenga Wiper. Nenga hii Wiper na Kalonzo. Wiper na Rigathi. Yesu asifiwe. Asante. Kwa neni alamo kite, kwa wale wanakuja after hiyo wajue huyo tumempea nafasi kubwa kwa sababu ni organizing secretary wa chama. Tafadhali tupunguze. Ni mzee. Nani mzee? Asante. God is good All the time. and all the time. Jennifer Kamande Mwandhi is my name. MCA nominated by Wiper in the County Assembly of Makueni. I want to take this opportunity to appreciate and welcome everyone in this gathering
we want to appreciate our leaders who are with us in Kalawa, in Makueni County. And I want to give my condolences to the family of Muyas, appreciating the good effort that everyone in the family has contributed to make this funeral of our mom successful. I want to appreciate the men of God, all bishops and pastors in this gathering. We thank you for the support you have given our brother Bishop Molinge. Thank you, our former DP, Ricky G. We love you, and we must say it loudly, we love you. Thank you for supporting this family through our bishop. Your Excellence, you have done a lot in this nation, and we appreciate. The roadmap has not been easy, but by God's grace, you'll pursue. Believe my words. I want to appreciate the presence of Honorable former Governor Watitu Abayao. Umetembea na e-nation kupitia kwa viongozi wetu, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, our Senator Manzo, our Governor, our leaders, Honorable Rose Museo, and everyone. We want to thank you for your efforts of making things possible in Kenya. Mbaitu mwaseo ingi kwa kile koko kwaku mwe Yesu ataiwe, mwe Yesu ndataiwe. Nienda kwasia chathikini cha mwaitu ngakisenge, mwaitu wimugo mwingi, mwaitu welete kila mundu, mwaitu muthaithi, na mwaitu atutia kindu kitawa mugo. Nundu ndiaiwa mwaitu ngakisenge anenanite na mundu. Na njasi atawo atongo yala mokie kukwitu, moki otonia kila kitawa network through our leaders, through family ya Muya. Na nienda kwasia kwa kila mwana waba akwitu yu asomo esomo nundu through this family nitu amanya kwikala nesa nando onela tuteka lawa kana muona hata inywe kauti kaseo. Na indi no cha mwisho, I want to address my Senator Manzo. Thwake Dam is not in progress, and we are disappointed as Makueni people. We pray you pursue this matter with a lot of seriousness. We were promised it will restart again by January. Now we are hearing about March next year. Why so? We are Kenyans and tax. So please, our senator, stand with your people. Last and not least, pekindu chaile wabacha ambulance. Na nienda umwea andu maito makalawa. Nitwa nengiwe ambulance. Na iteko manaana yo yandikitwe Kalawa. Ni waka natiwo. Yini le binda ya kwasia hii. Titunge wa ambulance yitu. Kulaja ndio thi utethia. Unity kwenda utethwa. Nundu twina case tonete na metho maito. Andu maikuya banu ndu wa referrals nundu pa ina ambulance. O yube mwana ona kwiye ba Kalawa ambulance yete letwe na athumwa na kethe na ivo thithe na tethe isia thayusu. Ni waka natiwo. Kila kingi niti kukitia maundu manda wasi asumu nondo kukwitwe kubyo na namwila twanengiwe ni Ngai no ngila twikale nasyo na woe kwa kumanya kana end time no yume mundu na no wailete kwithia atona kwa access ndawa nondo by right by constitution tailete kwithia wana sindu isu cha mwisho ambai twina metho na tirene na twina matu na tiikwiwa. If I read the mind of Kenyans, next leadership is going to be with our son, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. And this is the team. We are praying you hold our son to lean on your shoulders and move with him, because it is impossible. Nothing is impossible in His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. He has helped a lot of leaders to pursue their leadership. This is our time. Na ngemuyati ambai State House ndienda wana mao. Yasa wani mundu ikibandi na mundu kuna kura
na mundu wese kuamuka akathio kuna kura wewe. Thank you. Thank you representative wa MP Kivasu. Haraka kidogo, mbio kidogo. Kuna representative wa women rep? Any representative wa women rep? Ni mmoja ataongea, wengine wanapeana jina ama wako introduce. Talini. Mwenye museo na mabi ndaunde au meana ndamu wende sieto mwegalete. Kwa familia ya daktari Kilaji, His Excellency Secondary Deputy President Rigathi Gachagua and your family, all protocol observed. God is good and all the time. Kwa majina mimi naitwa Charles Philip. Mimi nimetoka pande ya huko juu kwa mlima Mboni, na mimi ndo secretary wa NGCDM Mboni constituency. Thank you. Bernard Masila, Kisau Kiteta Ward Coordinator. Daniel Peter, Mboni Ward. MC Caleb from the Office of Member of Parliament, Mheshimiwa Evastus Kivasu Musyoka. Kwa viongozi wetu, kwa majina ni Mutalii Ute Kamera na ile official ni Gideon Chalo Musyoka. Mimi ndio coordinator wa ofisi ya mjumbe wa Mboni Erastus Kivasu Musyoka, hii ward ya Kalawa. Nataka kusema hivi. Kwanza siku ya leo tuko na sherehe za Agnes. Na nafikiria ndugu yangu Bishop Mulinge alikuwa anatufunza Sunday school kwa ile mti. Ile mti hapo Bishop ndio alianzia. Alikuwa mwalimu na tumeona sasa ameendelea na amefanya mambo ya maana. Kwa family kuachwa na mama yetu ni jirani yangu hapa. Ninasema pole sana. Nimeongea na mheshimiwa asubuhi, kulikuwa na michezo pande ya Mombasa. Na ameamka huko na akaniambia atajaribu sana aone kama atafika. Na pale masaa nimeona imefika, naona ni kama haitawezekana. Kwa hivyo nitapeana rambirambi za mheshimiwa Erastus Kivasu Musyoka kwa family ya Mwea. Ya pili niseme hivi. Rigiji, leo tuko na raha sana. Hao watu wote unawaona hapa wanakuonea kwa TV, kwa Nation na kwa masimu. Lakini leo tuko na wewe hapa. Life. Hiyo kitu ya kwanza, hiyo ni kitu ya maana kuwa hapa kwetu Ukambani. Tukikuona macho kwa macho. Mambo ya simu sasa imeisha. Kwanza nimechukua picha yako niko naye. Ile kitu ya pili, sisi ni wapiga kura. Na ile mambo viongozi wote wanapita wanafanya kila mwaka, sisi tunaona. Rigiji, naweza sema pole kwanza. Ile mambo yote umetendewa tulikuwa tunaiangalia kabisa. Lakini wewe umesimama msimamo moja na huyu mwananchi wa kawaida. Wakati tunapiga kura, tunachagua viongozi wenye watakidhi matarajio ya mwananchi. Lakini sio tumbo zao. Si ni kweli? Ama mambo yao, ama familia yao. Lakini ukasimama na ukweli. Ukasema raia wa kawaida wanaumia. Ile kitu huku sahau, ilikuwa inasemekana tutatoka chini tukienda wapi? Rigathi alibaki hapo chini. Watu wakakimbia wapi? Na si tuko na macho na tunaona. Kuna kitu ingine nimeona imeendelea na hiyo kitu ni mzuri. Kuna mahali tulienda huko Nairobi kwa mambo ya ngema. Hiyo kuungana ni kitu ya maana kwanza. Tunapaswa tuelewe. Na wakati muko mnasema Mount Kenya, mnasema na Ukambani, Mount Kenya, Ukambani, South. Tunaelewana? Wakati mnasema Mount Kenya, mnasema Mount Kenya, Ukambani, South. Maanzo kina wale wengine viongozi wetu wa hapa Ukambani na kina Kalonzo, sisi tuko nyuma ya Kalonzo. Na venye tumevima sasa kama wapiga kura, Rigiji, kaa na Kalonzo, ongea na yeye, mambo itakuwa sawa. Tumeelewana?
Kwa hivyo kwa hiyo mambo mingi ya mambo ya ambulance na nini, hiyo sitaongelea. Maanzo ametumwa. Tuko na shida mingi sana. Na hiyo ni ya ukweli. Tusaidie. Asante sana. Thank you very much. Niko na two apologies. Apology ya kwanza ni kutoka kwa Mheshimiwa Rose Museo. Utapeana. Asante, Bwana asifiwe. Asubuhi Rose Museo amenipigia simu na kama vile huyo ndugu ya Kivaso amesema, Honorable Rose Museo ako Mombasa. Alikuwa kuje asubuhi na akaniambia kuna mchezo alikuwa malize leo, na akaniambia atakuja, akikuja tu atanipigia simu akuje huko kwa nyumba. I think juzi mliongea. Ni mama mzuri, Mungu awabariki, Mungu aonekanie. Gade Kashagwa, tuko pamoja na wewe na mama. Na by the way, kuna kitu ujui, tuliwapigia kula sana 90% as a church, si kwa ajili yako na Mheshimiwa Ruto, tulikupigia kwa ajili ya pastor. Sisi tulisimama na wapasta na bado sasa tunasimama na wapasta. Kwa hivyo Mungu awabariki, Mungu aonekanie, Mungu awapatie nguvu, na tunasimama na wewe mama kama pastor. Mahali tunasema twende, hata wale walienda kwa rais wakamwambia church imesema hapana, tuko pale kwa mama. Asante. Thank you very much. Niko na second apology. His Excellency Mutula Kilonzo Jr. leo ako na mkutano na mawaziri wake, ako na mkutano pia na ward administrators wote, na kwa hivyo hakuna mwenye angetumwa hapa isipokuwa mimi. Ameniandikia message akaniambia niseme pole kwa familia ya kwanza, na ya pili amesema amesikia hiyo maneno ya ambulance, na ule dada yetu Mheshimiwa Jane Mwandhi alileta mswada kwa bunge wa kuuliza kama tunaweza pata ambulance hapa Kalawa, na huo mswada tayari umeprocessiwa na bunge, na governor amesema kama inawezekana within the next 1 week ambulance ya Kalawa itakuwa imefika hapa. Ya pili, tunakubaliana tunaishi na nyoka pande hizi za kwetu Ukambani, na tumekubaliana lazima zile hospitali ziko chini karibu na huku kuna joto lazima zikuwe na antivenom kila mahali, at least tuchunge watu wetu wasikufe kwa sababu ya kuumwa na nyoka. Kwa hivyo hiyo pia ameniambia anashughulikia. Huo ni ujumbe wa governor. Thank you very much. Yangu ni kidogo sana. Your Excellency, former Deputy President, we the Kamba people really appreciate your presence here. Sisi watu wa Makueni, vile umesikia waneni hapa wakisema, wamekuwa wakikuona mahali wapi kwa TV na sehemu zingine, lakini wanajua ulioyapitia na wanajua kwa nini ilifanyika, na hao watu ni waombaji. Na kuna mtu pale nikiwa nimekaa amesema kweli tumejua kwa nini Rigiji ako na hii nguvu yote, kwa sababu ameona mama muombaji, na tumefurahia sana. Thank you very much. Na sisi tuna swali moja tu na nitauliza nikimaliza hii speech. Your Excellency Waititu, baba yao, thank you for coming. Tulikuwa na wewe na Bishop Mulingi akatuomba pamoja tukuje hapa, and I think you've done the most noble thing kukuja kusindikisha mama ya bishop wetu. Wa Mushomba, karibu Ukambani. Wakati ulikuwa Makendu ulinena maneno Wakamba wote wakashika. Saa hii tunakutegemea sana, na utajua kwa nini. Kwa sababu as it goes, Wakambani tunajua tuko wapi, tuko sehemu gani katika Kenya yetu. Senator Kiambu, Karugo, karibu sana. Siwezi wa mention wote. Muiro, wengine hapa wamekuona tu kwa TV, wanakumbuka ulikuwa hata unataka kuwa president uokoe Kenya, lakini labda hiyo haikufanyika, lakini tumebarikiwa sana. All the others wale wataja kama seneta wetu Maanzo, karibuni sana. Mimi nataka kusema kitu moja. Hapa tulipo, na siongei nikiwa na haya hata kidogo. Hapa tulipo inaitwa Wiper Zone, na mimi ndio majority leader wa chama kikubwa cha Wiper. Hicho chama cha Wiper kiongozi wake ni Stephen Kalonzo Musyoka. Sisi tumeangalia, na hiyo maneno yote imeingia kwa viongozi,
tunajua hii kiti inaitwa ya president inatuelekea, lakini kuna kitu tunaomba kwa marafiki zetu, tafadhalini, hii maneno ilianza ya Ngema, sisi tunataka tukue Mount Kenya South. Kuna Mount Kenya East, kuna Mount Kenya Central, sisi ni Mount Kenya South. Ukisimama hapa Rigiji, ukisimama tu mahali hapa, ukiangalia vizuri asubuhi mapema, unaona Mount Kenya. We are all facing Mount Kenya. Tuko sawa. Na tumesema kitu moja. Wakati Waluya walijua hawawezi kuwa na numbers, wakiitwa Maragori, Bukusu, waliungana, wakajiita Waluya. Wengine walikuwa pale Kalenjin. Mimi nikikuwa mkubwa, tulikuwa tunajua kuna Tugen, tulikuwa tunajua kuna au wengine wote wakaungana wakakuwa Kalenjin. Sasa sisi tumeungana tunaitwa Ngema. Na Ngema Wakamba wakonda? Tukonda? We want you mregister our numbers for bargaining. Kwa sababu hizi numbers zetu sio kidogo. Sio kidogo. We are the people. Tumekaa hapa. Ukiteremka Mombasa ni sisi. Ukipanda hii mlima yote ni sisi. Kwa nini tupate road deal? Kama wakati Rigiji anafukuzwa kule, tunaangalia. Kwa nini? Kwa sababu tunadharauliwa. Na hatutadharauliwa tena. Na tumesema hiyo message from Makueni ni ya ukweli na ukweli mtupu. Na mimi naomba kitu moja, tafadhali watu wa Central, mtusaidie wakati huu na sisi tutawasaidia wakati mwingine. Kwa sababu tunaona Kalonzo ndio ako karibu pale, mtusaidie. Na mkitusaidia hatutasahau. Wakamba hawana uongo. Sisi ni watu tumeumbwa vizuri. Vizuri sana. Wacha Mungu. Tunaongopa Mungu ama hatuongopi? Mkitupea wakati hii, tutarudisha mkono. Tutarudisha mkono. Kwa hivyo kwa hayo mengi, mimi nataka kusema Wiper State House. Wiper. Ya mwisho kwa familia ya ndugu yetu Bishop Mulinge. Tunasema pole kwa kumpoteza mama, lakini hiyo miaka inasema command. It's a command. Tumesikia mahubiri miaka 106, si miaka kidogo. Kwa hivyo mimi naomba, nasikia wanawake wengine wanaogopa kuzaa. Huyu mama alikuwa na watoto 10 na amekaa miaka 106. Mimi niko na watoto 8 na najaribu kama naweza fikisha 10. Nitangangana kwa sababu hii mambo sio mbaya. Kwa hivyo wanawake, tafadhali, we want numbers. In order to rule this country, we want numbers. Tuache kudanganywa. We want numbers. Na huyo ni Kisungi wa Katete amesema hivyo. Asanteni. Asante. Tumpigie makofi jameni. Thank you, Majority Leader Kaundazelo Makueni. Asante. Now we come to another part. Kabla sinjamuita Senator Mahanzo, kabla sinjakuita Senator kidogo, kabla hujasimama, maana Senator Mahanzo atalete wageni wale wengine, na tukimaliza speeches tutapata port of thanks. Kabla port of thanks, Bishop Kababu will be speaking after the speeches on behalf of the pastors, and then tutaenda kufanya the burial rites. I want to say, Your Excellency, just one point. Sometimes people misunderstand the church. We listen to people, we keep quiet. Christians don't go to political meetings. We call them conservatives. But Christians, they make informed decisions. And every Sunday, there are pastors with their members speaking to the people. The last elections, tuliungana kama wachungaji, tukasema, can we see whether
our voices can be heard? Can we take a stand? Because most time politicians do not count pastors anywhere. Even when they are sharing power, they don't think about pastors. I could be the only pastor, by the way, in the executive in this country. And the people who despised the church did not make it to State House. And I want to say from here, as the Secretary General of United Kalenjin Alliance, with that 2,000 pastors, and as the director of HAPEC, kazi yangu ni resource mobilization. We have done what we call testing the waters. Come 2027, without the support of the church, so there are people. I told one person, ita mkutano Uhuru Park, ita njaa, lakini tu mama siendi makanisani yote hiyo Sunday, utapata makanisa imejaa. So the people who go to Uhuru Park don't go to church. Those who go to church, they are not at Uhuru Park. I don't need money to talk to 1 million people. In our networks, when we want to pass a message, we use our network and we speak to our members, and our members follow us. Wewe imagine mtu afuate mimi miaka 30 simpatii pesa, hakuna kitu nampatia, na yeye analeta sandaka. Hebu uliza Pius Mwilu amefuatwa na watu wangapi for the last 30 years, 40 years. Tunatumia kitu inaitwa philosophy. Na tukitumia philosophy, tukisomea maandiko, manjo leader, kuna andiko tunaweza kukusomea hapa, ukauza mali yako yote, ukalete pesa hapa. Usicheze na pastors. Mimi naona watu wanadhalau wachungaji, wanadhalau. We are 97,000 pastors in Kenya. These pastors, I'll be talking to them because there is something I've learned in other places. Nimesikia mheshimiwa akisema mambo ya Thwakendam. Hata ni aibu kusema kuhusu Thwakendam. Nilikuwa Brazil ya mahali nilipata watu walitengeneza a lake 40 kilometers square, 40 kilometers in only 5 years. 40 kilometers. Na sisi hapa tunahangaika na just a dam, not even a lake. 40 kilometers na ikatafutiwa maji ikanjaa. Na saa hii ndio center ya tourism in that capital city. I just learned about a leader who said it is possible to move a capital city from the coast, from Rio to Brasilia, na aka pass all the challenges, akaenda akaweka nyumba yake hapo katikati kwa forest, and today there are 3 million people there because there was a leader who said, I believe it is possible. I want to say, we have a lot of resources. I had a meeting with the several ambassadors and I was telling them, what is your thinking about Africa? Because Africans, it's like we are lacking 2 things. We do not have a language, we do not have a currency. And when we lack the 2 things, we become the minority in the world. Other continents, they have a language and they have their own currency. As leaders, if we are to talk and we will liberate ourselves, we need to think from the global perspective where we are. There are people today who are yearning to have such land as we have in this country. And if they can get it, they can be rich. To sum it up, the church in Lower Eastern, in Machakos, we decided presidency tunapikia William Ruto, governor tunapikia Wapina Ndeti. Hakuna mtu alikuwa ametupatia kitu. Na wote tukaenda kwao tukaandikana na wao. Fungaba na Wapina akatimisa yake because mimi ni waziri wa county administration.
And with only one message, it went to 4,000 churches. And when the message go to the churches, you cannot go to the church and make your own announcement when we have made an announcement ourselves. Today, the church in this country is feeling disappointed. I know the citizens are blaming us, and they are saying, nini ndio mlituwekea hiyo serikali? We are not regretting. We was inspired by God, and we believe in the same. And we will still keep guiding. If we pray for you to get saved, and on the way you decide to backslide, you cannot come and blame the pastor. Si una backslide mwenyewe. Lakini hata ukikufa tutakusika kama mtu aliombewa akaokoka. You know, once a pastor, always a pastor. Once a soldier, always a soldier. This morning, I extended the governor Machakos County wa Binanditi. Amenituma na salamu zake kwa sababu she was to be here, but she woke up unwell. Kwa hivyo familia Mulinge, unajua vile tunafanya kazi na county government, pokea salamu za mwendo wa Binanditi. Nikisema vile viongozi wengine wamesema, mimi siwezi ingilia maneno ya siasa. Mimi ni mwanasiasa wa kanisani. Na mimi sauti yangu inasikika mbali sana. Mimi ni mwanasiasa kanisani ndani. Nataka kusema Kenya is a Christian country, and the Christians should be involved in deciding the affairs of this country, and the Christians, we need to see them appointed in various positions, because throughout the Bible, when Christians were in power, people were rejoicing, and even today we believe that will happen. I want to say thank you very much, Your Excellency. We want to apologize for bringing you here too early when the Kamba people don't wake up early. Nataka kusema kuomba msamaha on behalf of this community, because saa hii ulikuwa umefika. Saa hii ukiwa umefika na wengine wamefika saa 7, wengine wamefika saa 6, kwa sababu hii ni different tradition yetu, mbali ni saa 8. Tuomba msamaha. Na asante sana Pastor Dorcas for even coming that early. We were not expecting you to be ahead of us. Na ukikosa kuona kitu kikiendelea vizuri, usamee familia on our behalf as UCA and APEC. APEC na UCA, we work together and we control the majority of the pastors in Kenya. And with those few remarks, I want to say God bless you so much. I want now to invite Senator Mahanzo, ambaye ni mtoto wa mchungaji. Tumpikie Senator makofi. Hiyo haitoshi. Tupigie Senator makofi mazuri sana. Senator Makueni. Before Senator salimiane, what and me salimia wanda fani wa Kalawa. What and me? Pana Mutiso, thank you so much. Karibu Senator. Hello. Kwambikanga umwe aile museo. Na mabinda on there. Naambiwa kuna mwakilishi wa gavana amefika. 1 minute. Na utuambie kwa nini ambulance yetu ilienda wapi? Niliwacha tudilete. Na dawa ya nyoka iko wapi? Asante. My name is Francis Mutiso. I work in the office of the governor, and I was the governor in Wote today morning. Na kuna meeting nko hapo na amenituma risala salambilambi kwa familia ya Bishop. Poleni sana, amenituma hizo rambirambi na kaniambia nikuje niwafariji. Wananchi wa hapa, greetings. Nimepewa tena na governor niwasalimie sana. Mmepata hizo greetings? Asante salamu ya governor. Na ameniambia he is going to implement what you agreed, because what we do in Makueni County, we propose projects through public participation, and he has told me all the projects that were proposed by the public, they are going to be implemented to the letter. And not only the implementation part of it, but quality projects, they are going to be delivered. And also because he has known the Ligiji is here,
Ameniambia karibu sana Makueni County with your spouse Dorcas. Karibu sana Makueni County. Makueni is very beautiful county. There are good sceneries around, and also we are known for production of mangoes. So if you get time, we have a factory at Kalamba, you can pass there, you'll see wonders. So karibu sana, and the leaders have seen Pius Muiru here, I've been seeing you nikiwa mdogo. Thank you so much, God bless you. You have been a blessing to this country. So thank you so much. So wananchi wa hapa sitaongea sana kwa sababu nimekuja a bit late, nimesikia majority leader alikuwa ameongea. Kwa hivyo governor nawapenda na tutafanya mambo mengi ya maendeleo katika eneo hili. Asante sana, and may God bless you. Asante. I have noted the issue of ambulance for Kalawa, and there is a whatever we are in discussion because that ambulance it's there. Currently it's somewhere, and there is a discussion in high level in the leadership of Makueni County so that the Kalawa people can get back their ambulance. Kwa hivyo it has been noted and it will be done. Thank you so much. May God bless you. Asante sana. Mambo ya ndawa hujasema, lakini hiyo nitafuata na governor. Najua shida iko mahali ingine. I really want to thank God today, Your Excellency, for coming to Makueni. Na niseme ya kwamba pia umekuja na viongozi shupavu. Naomba Mheshimiwa Gathoni wa Mushomba, Member of Parliament, ambaye tulikuwa na wewe mbunge, uje hapa mbele usalimie watu wa Kalawa na ulete ujumbe kutoka Kiambu. Mpigie makofi. Mheshimiwa alisimama na Deputy President, the People's Deputy President, alisimama naye mpaka dakika ya mwisho na hakukubali kununuliwa kama wengine. Waliuzwa kama mbuzi sokoni. Hiyo ni yeye amesema. The family of the late matriarch of the community wakiongozwa na bishop wetu Bishop Pius Muiru ambaye naita baba yangu, mabishop wengine na clergy yote representation, my senior and my leader, the deputy president that I voted for, the second deputy president of the Republic of Kenya, His Excellency Geoffrey Rigathi Gachagua, na mama Pastor Dorcas wetu, senator wangu kutoka Kiambu, Senator Karongo, mheshimiwa wangu ambaye naenzi sana, Senator Maanzo, ambaye tulijuana na yeye kabla hata sijachaguliwa, alikuwa wakili wangu. Kuna pahali alinisimamia vizuri, na baba yetu kutoka kule Kiambu na Nairobi, baba yao Waitito, na wananchi wa Makueni na wageni. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeokoka vile tumeokoka hapa cha nguvu, sema amen vizuri. Si tumeokoka cha nguvu. Tumeambiwa hatutaomba ruhusa ya kuokoka. Sasa huku ndiko Makueni, kule kunajulikana na maembe tele. Wale watu ambao wanapiga kura, wanapigia Kalonzo Musyoka kura kila wakati, jipigieni makofi nyinyi ni watu wangu. Munapenda wageni, munapenda warembo, munapenda wanasiasa ambao wanaongea ukweli on behalf of the people of Kenya. Nauliza swali, mlikosea kuchagua huyu kijana? Huyu tunamuitanga wakili mwepesi, kila wakati ako available. Naomba mpigie senator wenu makofi ya nguvu. You have not gone wrong by electing this wonderful senator ambaye hana mipaka. Juzi Karongo Wadhangu alikuwa ametetemeshwa na DCI. Wakwende kabisa, washidwe kabisa. Akapelekwa kutoka Kiambu, akapelekwa Nyeri. Tukaenda Nyeri the whole day. Mimi ni mama, mimi ni bibi, mimi ni mwana, ni kiongozi. Nikawesta whole day kwenda kutetea seneta wangu. Huyu wakili wetu seneta wa Makueni akashinda na sisi from morning to evening mpaka the next day. Tukaenda kwa DCI headquarter, akatufuata na haangalii kama sisi ni wa Makueni ama sisi ni wa Kiambu. Sijameni, mpigie huyu seneta makofi mazuri. Ndio maana nikasema nitatoka Githongori, pahali tunalima maziwa, pahali naambiwa ng'ombe zetu zitawekwa sindano, ziache kufanya hivyo. Ati ziache kufanya nini? Hivyo. Huku mnasemanga aje kwa Kikamba? Weka hata. Ati kusuria.
Kusuvia. Nimetoka huko na huko tumesema hatutaki hiyo maneno. Sisi tunataka tupatiwe chakula ya rahisi, chumvi ya rahisi, tupatiwe mangunia ya heshima, tupatiwe ndoo za maziwa, kula za maziwa, tulime maziwa. Hiyo maneno ya kupatiwa chanjo kutoka sijui nchi zingine zikuja zituharibie livestock zetu, sisi tumekataa. Nyinyi mko na nini na ng'ombe huku? Mko na mbuzi? Hata punda nimeona nyingi kwa barabara. Mnataka zipatiwe hiyo chanjo? Hebu niambieni, mnataka chanjo? Hata nyinyi mmekataa? Basi jipigieni makofi, nyinyi ni watu wazuri. Your Excellency, my Deputy President, the second Deputy President of the Republic of Kenya, Bwana Rigathi Gachagua. Nilikuwa nimefika hapa kwa constituency nyingine na hapa chini. Kwa hivyo hapa Makueni mimi si mgeni. Na nikaambia hao majamaa wetu hawa wa Ukambani, sijui kwa nini wanaendanga bahari kupiga watu wakati wa kupiga kura. Sijui ni kwa nini wanadanganywa. Wanaenda wanatuacha kwa hii mlima. Sisi kwetu ni pale kwa ile mlima. Si kwetu ni Nova. Kwetu Nova. Wanatuacha hapa. Wanaenda wanadanganywa mpaka kule kwa Lake Victoria. Walifanya hivyo 2013 wakadanganywa. 2022 wakadanganywa. Sasa mtakuwa watu wa kudanganywa kila wakati na mnatuachaga hapa. Sasa tumeamua 2027 akiangai hamutadanganywa. Ni ukweli ama si ukweli? Wangapi wanasema ni ukweli, hamutadanganywa tena? 2027 sisi tunataka tuungane, tufanye timu moja, goal moja, na lazima tutascore. Gathoni wa Mushoba akiwa hapo, Karongo wa Dhangwa akiwa hapo, Rigathi wa Gachagua akiwa hapo, Mseneta Maanzo akiwa hapo, tutasonga na tutaingiza goal, na tutaacha hao watu wanatuita mapepo washindwe na mapepo yao katika jina la Yesu. Niwaulize swali. Ni vibaya tukiungana Wakamba na Wakikuyu? Ni vibaya mkiingia katika Gema Association? Ni vibaya tukisukuma mmoja wenyu hata yeye aingie State House aonje chai ya State House? Mtatusaidia, tusaidiane. Mtatuweka huko ndani kwa hiyo mipangilio. Wangapi wangetaka tuende timu moja nione? Kuisha maneno. Mkiwa na harambee hapa mtuite, tutakuja. Sisi tuko na mali, tutaleta. Mkitaka kuoa wasichana wetu mkuje haraka. Kabla hatujamalizwa na pombe baya kule kwetu. Mkuje mchukue wale wasichana wazuri. Nyinyi vijana mkitaka kupata kazi kule kwetu mkuje. Tuko na ng'ombe na tuko na boma nyingi, tutawapatia kibarua. Na nyinyi mtutapatie shamba huku, naona huku shamba ni kubwa sana. Mimi nipate kidogo, Rigathi Gachagua kidogo ajenge boma tu, tunakuja hapa kuiba Mugithi. Sio ni mzuri? Mimi nataka tushikiliane, tupatane. Ya mwisho, mimi ni mama. Na mimi kama mama ninaendelea kutetea mama ambao wako na haki ya kujifungua kama vile nilijifungua. Na tuwezi kuwa ya kwamba kazi yetu ni kutoa tax katika serikali yetu. Lakini ikifika wakati wa mama kujifungua, anateswa huku. Akienda kupata mtoto anaambiwa sijui 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 shif, haifanyi kazi. Kwetu tunaita shifo. Hata tunaita nini? Shifo hafanyi kazi wa mama wanapojifungua. Mimi natetea wa mama wote wa Kenya. Nasema ni haki for a mother to give birth. It is a right enshrined in the Constitution of Kenya. Na lazima mama ambaye anajifungua apatiwe heshima, apatiwe haki yake, na apatiwe dignity yake. Wamama ho! Hebu mseme kwa nguvu kwa sababu nyinyi ndio mnajua vile nasema. Wamama ho! Wamama hai! Wamama wa Kenya wapatiwe nafasi wajifungue in dignity and in respect. Sio maneno ya kwenda kuambiwa ati hakuna gloves, hakuna nini na mtoto anataka kutoka. Na mtoto hapigangi hodi. Akitaka kutoka, anatoka kwa raha zake na heshima zake. Ukweli sio ukweli? Kwa hivyo nataka kutangaza nikiwa hapa Makueni. Kama mnashughulika na hiyo maneno ya SHA, the first priority you should take care of ni hiyo maneno ya maternity health care in Kenya. Lazima wamama wa Kenya wapatiwe heshima yao.
na hiyo maneno ya kwenda kwa hospitali wanaitishwa pesa mbeleni before they are treated, ati sijui hajawapanywa ile inaitwa populations means. Hiyo maneno ya kupimwa utakuwa unalipa pesa ngapi kwa hiyo shifu na shaho na shifo. Hiyo maneno mjue mtoto hapigi hodi wakati anafika. Naomba kama waziri wa health ananisikia na PS Kimutai wa health ananisikia, naomba hiyo circular mlitoa tarehe 15 November ambayo mlitoa mkasema anybody going for primary health care kwa dispensary kwa familia moja kule bunge tulikuwa tumepitisha iwe 44,000 shillings per day per person. Mukapunguza kwa hiyo mema mlitoa 15th November. Mukatoa from 44,000 per person mukaweka 79 shillings per person per day. Hiyo ni ukora, na hiyo sio ile tulipitisha kule bunge. Wewe PS Kimutai, hiyo mema ulitoa 15th November. Hiyo we are declaring it invalid. Wewe sio wewe unatetea watu wa Kenya, wewe sio mjumbe. Rudisha ile tulipitisha bunge ya kuhakikisha kwamba primary healthcare in Kenya is equitable and accessible to every Kenyan who needs primary healthcare in Kenya. Kama nimeongea kizungu nyingi nipigiwe makofi, kwa sababu ni haki yangu kuwatetea. Na waomba kwa kunyenyekea sana. Hii county inaongozwa na mama anaitwa Wavinya Wandeti na ni rafiki yangu. Hapa kuna mama county rafiki yangu sana anaitwa Rose wa Museo. Na hapa kuna senator rafiki yangu sana anaitwa Maanzo. Kama kuna county tunategemea mtu support sisi watu wa Mulima North, mumesema nyinyi ni Mulima South. Na waomba kama kuna county tutakuwa tunatarajia ya kwamba ile njia tutaenda na nyinyi ni hii. Msituachilie. Mtatuachilia? Haki ya Mungu tumeonyeshwa madharau nyingi, wacheni hiyo itoshe. Huyu mzee wetu alifurushwa, mliona vile tulilia. Wameenda wametua security yake. Wameanza kusema sijui nini, hawezi enda mazishi huku Central, wanampangia jama ya kumchapa. Lakini my deputy president, I want to remind you that the clouds that were gathering against you, God has already scattered them. God has already scattered them. And whoever was behind those clouds, the wrath of God is upon them. They will never sleep at peace because they scattered what God had gathered. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tuseme, nimebehave vizuri mbele ya wachungaji. Si nimekuwa kama mtu ameokoka. Si nimeonyesha kwamba leo nimeokoka. My Bishop Moiro, newehia wakwa. Asante sana Mheshimiwa Gashomba. Penda tumepata lambirambi ingine kutoka kwa Mheshimiwa Peter Mathi, Mheshimiwa wa zamani wa huko Limuru, ambaye pia walikuwa pale na Deputy President, wakakuwa na fangwa mahali walivamiwa kwa hafla kama hii, na mali ya wenyewe ikaharibiwa, hata hawa wakashikwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Mathi, ambaye pia ni rafiki sana wa Mheshimiwa Kalonzo, ametumana pole sana kwa hii familia, na amekuwa akiongea na bishop wetu. Nimuite senator wa Kiambu. He is called the Miracle Senator, Karungu Wathang'wa. Karibu sana ndugu, karibu Makueni, na asante kwa wema wako. Asante. Watu wa Kalawa hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency the People's Deputy President Rigathi Gachagua na viongozi wote, sana sana tukiongozwa na Senator Maanzo hapa Makueni. Mimi naitwa Karungo Wathang'wa. Mimi ni seneta kuchaguliwa Kiambu. Nilichaguliwa karibu na kura 600,000. Hiyo ni kumaanisha nikiwa hapa niko na blessings za watu wa Kiambu kukuja kuambia mambo mawili. Ya kwanza, poleni sana familia Bishop Mulinge na familia yako kwa kuachwa na mama
alikuwa na miaka, nimejaribu kuhesabu, 106. Sio ni kuonyesha Mungu anapenda hii familia. Na pia tumeambiwa alikuwa na watoto wengi. Hata kwetu nyumbani mama yangu tu ako na watoto kama hao, watoto 13. Na mimi ndio namba 13. Sasa kama hakufikisha 13 kungepatikana senator. Kwa hivyo vile tumeambiwa na leader of majority tuendelee kuongezea ndio tupate watoto wengi. Kwa hivyo poleni sana kwa kuachwa na mama. Mengi yamesemwa na mimi nimekuja hapa na ni mara yangu ya kwanza kufika Makueni County. Na nimefika hapa nikapata mko na nchi nzuri sana. It is very green. Watu wako na furaha. Hata yule kijana umetupatia pale wote ametuleta vizuri huko ndani. Ingawa alikuwa anasema tu Nova, Nova, Nova. Tukajipata tumeenda kilomita kama 40. Lakini mwishowe tumefika. Kwa hivyo mimi nimesema nafurahi sana kufika hapa sababu nyinyi mumekuwa marafiki wetu. Na mumekuwa nasi kutoka kitambo. Lakini kwa sasa hivi huu ndio wakati wa Mungu. Amesema wale makazins wetu tushikane pamoja ndio tuendeleze nchi yetu mbele tukiwa pamoja. Mimi ningetaka kuambia, by the way, huku ndio kwa Mutuse. Ni hapa. Ni mbali. Ni mbali huko. Wacha nikuambie kitu moja. Kwa nini nimeuliza hivyo? Wakati Rais Ruto alipanga njama ya kumtoa mamlakani Rigathi Gachagua, alikuwa ametafuta mtu mwingine hapo alete hiyo motion. Lakini kuangalia sana akasikia vile Wakamba na watu wa Mount Kenya wameamua kushikana. Akaona ndio aharibu hivyo, atafute Mkamba mmoja ule Mutuse, ati ndio akuja atoe Rigathi, ati ndio sisi tuchukie nyinyi. Hatuwezi chukia nyinyi, hatuwezi, sababu tunajua huyo ni pesa alipata, si ndio? Na mimi ningetaka kusema Kalonzo Musyoka ni mtu mzuri zaidi. Hiyo nitasema hapa nikiwa hapa, sababu yeye vile alijua ati watu wa Mount Kenya wanataka kutenganishwa na watu wa Ukambani kutumia Mutuse, akakimbia sana, akaambia watu wa chama ya Wiper, msipige yes, mpige no, ndio Gachagua akue kwa kiti. Na ndio maana tuko hapa na Maanzo. Huyu alipiga no, mpigeni makofi huyu. Sisi tulikataa pesa. Mimi sijaiona pesa mingi hivyo jameni. Hey. Mimi sijaiona pesa mingi hata yeye. Sasa mimi nikajiuliza, sasa nimechaguliwa tu hivi karibuni, hata nyumba sijajenga. Hata sijui kagari, sijui nini. Nikajiuliza, si hii pesa nani anahitaji sana? Ni mimi kijana ama ni wale wengine wazee? Wale wazee ndio walikula pesa hata zaidi. Lakini tukiwa na huyu senator Maanzo na senator wa Kitui anaitwa Wambua na wengine, sote tukasema no. Na ndio maana sisi Kalonzo akikuja na vile ametembea kwetu Kiambu, tunamuwelcome, tunamwambia karibu, tutatembea wote, tukubaliane maneno na tuende safari moja 2027. Sababu yeye alisimama na sisi wakati Ruto aliambia wabunge wake wapige Rigathi Gachagua atuwaseme aende nyumbani. Wakati Raila Odinga aliambia wabunge wake wa ODM wapige Rigathi aende nyumbani. Wiper ya Kalonzo Musyoka ilisimama na sisi watu ya Mlima Kenya. Pigeni yeye makofi. Na ndio maana tumefika hapa. Ya mwisho, kanisa. Sisi kama wanasiasa ambao sisi tunaamini Mungu, sisi tunatetea kanisa. Sababu kanisa mkinyamaza sisi tumekwisha. Mimi nimeongea tu kidogo, nimeuliza rais maswali 2-3, amenitumia DCI. Kwetu ni Kiambu, akasema niende Nyeri. Kufika Nyeri tukapata watu hata wanatupenda zaidi. Na tulikuwa na senator alisimama na mimi wakiwa na wakili mwingine Ndegwa Njiru. Wakakaa na mimi, na ndio maana ameniambia kuja tulie pamoja. Nikakuja mbio. Sasa tunataka kuambia rais,
na haswa kanisa, uachane na kanisa. Lakini nimejua shida ni nini, na mimi nataka kutuma mapasta na kanisa. Wakati walisema twende bottom, ndio twende up. Wengine rais na wale ambao wamemzunguka walienda bottom, wakaenda bottom, wakaenda bottom, wakaenda bottom, wakafikia shetani wakakuja na yeye. Ndio maana hata rais mwenyewe anasema kuna mapepo. Ni wao walileta. Waombe kwanza mapepo ikwende. Si mambo ndio hayo? Waombe kwanza mapepo itoke kwa State House, ndio nchi yetu isonge mbele. Kwa hivyo mimi nitasimama na Senator Maanzo, watu ya Makueni, na hivyo mbunge wangu wa Githunguri amesema tumekataa hiyo chanjo ya ng'ombe. Ati ng'ombe iache kutoa hewa. Kabla hujaleta hiyo chanjo ya ng'ombe, leta antivenom hapa Makueni. Leta hiyo dawa ya nyoka hapa Makueni. Hiyo ndio inasumbua. Ama ulete chakula ya ng'ombe kule Githunguri. Na unajua wanasema, na kutojua ni kitu mbaya, wanasema ati antivenom ama hiyo dawa ya nyoka, sababu ni liquid kidogo, ati wanasema lazima ikae kwa fridge. Hiyo ni ukweli. Lakini hawajafanya research wajue kuna antivenom ambayo ni unga iko kwa sachet. Tukaletewa kila nyumba Makueni ipate sachet moja moja, mbili mbili, waweke tu hapo. Itaonyesha ile wakati mtu amekutana na hiyo ajali, si unatumia na unasave watoto na unasave watu. Kwa hivyo kabla haujasema ng'ombe zetu zina toa hewa. Unajua nilisikia rais akisema ati yeye alidungwa chanjo na bado anaendelea kutoa hewa. Hiyo haikuwa ya hiyo ilikuwa ya COVID. Sisi zote tulipata ya COVID. COVID ilikuwa ya mapafu. Kwa hivyo asichukulie sisi viongozi ama raia hatuelewi yale mambo ambayo tunasema. Kwa hayo machache, 2027 tutaenda safari moja. Vile Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka watasikizana, si tunaenda safari moja? Si mambo ni hayo? Todo ni joe geikaba wene oe gekoyo tuikaraga hamwe turutithanagia wira hamwe niki gitoma turwe niki ithe muthiraji tora ndirauga mundu utaraigua ndauga guoko iguru. Ni muraigua. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Senator wa Kiambu. Wacha na mimi niseme kidogo ndio nimkaribishe baba yao ambaye alikuwa governor kule Kiambu na ambaye ni rafiki wetu na anatembea. Niseme ya kwamba kama vile mchungaji mmoja hapa amesema mimi ni mtoto wa mchungaji. Na niseme ya kwamba kanisa na serikali, hakuna serikali bila kanisa. Kwanza kulikuwa Samueli ndio Saul akuwe. Na Samueli aliingia akiwa mtu mzuri, kama vile Ruto juzi ameingia akiwa mtu mzuri, akiwa amesaidiwa na huyu Rigathi. Kama si ya Rigathi, Ruto hangekuwa rais. Hangekuwa rais, leo angekuwa kuhangaika. Sasa Mheshimiwa Rigathi akamsaidia, akamwamini, na yeye ni honest man. Na hivyo ndivyo Saul alianza. Lakini siku moja akaenda kwa vita na akapewa na maagizo na Mungu ya kwamba asirudishe chochote. Alifanya nini? Alienda akakusa kutii Mungu, akalete kondoo. Na mtumishi wa Mungu akamwambia kondoo ni ya nini? Akamwambia kondoo nataka tuweke sacrifice kwa Mungu. Akaambiwa afadhali kutii kuliko hiyo nyama unasema. Hivyo ndivyo tu Mheshimiwa Ruto amefanya. Alianza vizuri, akakosa kutii Mungu, akaangaisha Mheshimiwa Rigathi bure. Hakaonga wabunge wampeleke nyumbani, mtu ambaye alimsaidia kuwa rais. Na hivyo ndio naona serikali yao imesambaratika baada ya Rigathi kuondoka. Wakakosana na kanisa Katoliki, wakakosana na kanisa zote, sababu sacrifice kama ya Kaini uwezi peleka kwa Mungu. Pesa ya wizi itakataliwa kama ile ya Kaini ilivyokataliwa. Hilo 10% ya ile kazi umefanya, hiyo ni ya Mungu, hata si yako. Hile ingine unatoa ni sacrifice. Kwa hivyo huwezi toa pesa ya State House ambaye inafaa kufanya kazi ya State House na iko na budget. Hile inabaki kulingana na haki ya nchi ambayo ndio haki ya Mungu,
unarudisha tena treasury inakuja kujenga mabarabara, inaleta venom na inafanya mambo. Kwa hivyo huwezi peleka sandaka ya ukora mbele ya Mungu na uone vyema. Ndio unaona Ruto amesambaratika namna hiyo. Na hiyo pesa ilipelekwa mbele ya Mungu kwa madharau. Pia huwezi peleka pesa kwa madharau. Ni kama bishop alitupiwa. Mungu si maskini. Na hakuna watu wako na baraka kama watumishi wa Mungu, hata kama hawana pesa. Mimi najua ya kwamba Mungu wachunga na wapea baraka. Kwa hivyo sasa nchi ya Kenya tuko kama vile Samueli alikuwa na Saulo. Na dakika ya mwisho Samueli ndio afe, alitafuta Mungu hakumpata. Akatafuta mtumishi wa Mungu hakumpata. Akaenda kwa mganga akamtolea yeye kuzimuni. Akamwambia kesho nakutabiria utakuwa na mimi hapa. Kwa hivyo kanisa, na nyinyi muombee nchi ya Kenya, tunataka amani. Sisi zote tunapenda nchi, lakini ukora ambayo inaendelea hii nchi haifai. Na hiyo ukora ilianza na kesi ya Gachagua. Wakafuruga mpaka koti. Tukakuwa hata hatuwezi wasilisha document zake kotini. Wanafunga ile mtandao. Ni nini isisimamishe siku zijazo kura kuibiwa kupitia hiyo? Hivyo ndio nauliza vijana wa Gen Z na watu wengine wote ambao hawana kura. Ukikuwa 18 tafadhali chukua kitambulisho. Vile Kenya inaenda itafika siku huwe kulingana na jina yako huwezi pewa kitambulisho. Na tena IBC ijapokuwa saa hii haina makomishona, hiyo ofisi inaendelea. Ule ambaye uko umepata kitambulisho yako na umefikisha miaka 18, enda IBC. Hawa watu wako hapo, andikisha kama mpinga kura polepole. Kunafaa kuwa ile ya kutangazwa ya ghafla ile kubwa. Lakini bado nataka Mkenya ajue sasa hivi unaweza chukua kitambulisho na unaweza andikisha IBC. Maanake kama huna kitambulisho na wale wakilikasirika wakakataa kupiga kura watu milioni 8, saa hii ukasirike zaidi, kura ipigwe nyingi. Kura ipigwe nyingi, iibiwe ikose kuibika, Ruto na watu wake waende nyumbani. Na hii nchi ipate haki, ipate viongozi ambao wametoka kwa Mungu na ambao wanaweza ongoza nchi bila ukora. Kuna ukora inaendelea sasa hivi. Kuna ile bili imeletwa mbungeni kule ya IBC. Yaani ile kuhesabu kura ya rais isikue vile tulikuwa tunahesabu, isikue online, isikue kwa mtandao ndio kila mtu aone. Kuna hiyo. Na kuna ingine imeletwa kama rais kura imepigwa na ameanguka ama kuna shida. Ati sasa kuna bili nyingine inaletwa pale bunge, ati sasa kuna njia hata majeshi wanaweza peana ile nguvu ya urais. Hiyo pia ni sheria imeletwa ya ukora, na tunaomba wabunge wakatae hizi sheria za ukora. Na wasipokataa maana yake saa hii bunge hakuna. Watu wote wabunge wote wa Kenya wamebebewa akili na mtu mmoja. Hakuna. Uliona kwa kesi ya Gachagua. Wakenya sasa waamue kupiga kura kulete wabunge ambao hawatakuwa wa kununua na ambao wanahudumia wananchi. Kuna wabunge wengi sasa hivi Kenya hawaendi nyumbani. Mtu amekwamia Nairobi, amefukuzwa nyumbani, asikizani na watu. Ya mwisho tuseme ya kwamba kuna maneno imekuja ya chanjo. Na ilianzia wapi? Kuna tajiri mmoja wa dunia alikuja akasema sababu ya ozone layer na vitu zingine mpango ya Mungu ipinduliwe. Na sababu ni biashara iko hapo, Rais Ruto amekubali hiyo maneno. Umeona watu ambao ni veterinary organization ambao ni watu wa kutibu wanyama wamesema hiyo chanjo si halali. Hiyo chanjo ni ya ukora. Hakuna mpango kabambe imefanywa. Mtu atakuja kuchanja ng'ombe kwako ya lazima ama mbuzi bila public participation. Whether they like it or not, President Ruto must know that he has broken the constitution. It is unconstitutional. He must consult Kenyans kuwa na public participation. Na watu wale experts, veterinary officers, yeye alisema ni SADC veterinary officer, wamesema wafanyiwe consultation ndio wamwelekeze vilivyo. Sasa hivi anakubali kuelekezwa na Bwana Sudi, ambaye alikuwa akisema ati Kalonzo hana ng'ombe, hana mbuzi, hana kuku. Nieleze Bwana Sudi ya kwamba ukienda Seikuru, ile kazi inafanywa hapo ni kulisha ng'ombe. Na kama anataka atembee kama vile Waititu ametembea, atajua kwamba Kalonzo wako na ng'ombe nyingi. Wawache madharau.
sababu ukiendesha serikali kwa madharau, hapo ndipo mnakosa the favor of God. Maana yake ile kazi tumepewa tufanye vile inafaa. Kwa hivyo kuna mambo mingi ati ya kwamba Mutuse alilipwa barabara ati ijengwe ya Ukia Emali, ndio alihongwa nayo pamoja na pesa ingine ati ndio apeleke Rigathi nyumbani. Nataka kuambia Mutuse ya kwamba Ruto ni mwongo kila wakati, na hiyo barabara amesema mara nyingi na itafanywa ati sababu Rigathi hazienda nyumbani. Mbona hajamaliza Foke Dam na iko hapa kilomita 2-3 kutoka hapa? Watu wa Makueni, Kitui, Kajiado, Machakos, Konza City ijengwe. Project kubwa ilitolewa pesa na maofisa wake na ni ya African Development Bank. Sasa imekwama, lakini tunang'ang'ana ikwamuke. Kwa hivyo ile Mutuse kuuzwa, ile maneno ya Mutuse ati kundanganywa barabara itajengwa na hata ina budget, hiyo ni urongo mtupu ya serikali ya Bwana Ruto. Akubali alitumika vibaya, aombe msamaha ndio aweze kusamehewa. Are you with us? Are you with us? Bas, wacha nimwite Bwana Waititu, gavana wetu, haje atuhutubie. Asante sana seneta wetu Bwana Maanzo, Mheshimiwa Gachagua ambaye ndio kiongozi wetu wa Mlima na ambaye ndio deputy president ambaye amepigiwa kura na wananchi, mama wetu huko kwa Mlima, Mama Pastor Dorcas, na viongozi wetu Magathoni wa Mushomba, Karungu Athang'wa, pastor wetu Mwiru na mapastors wengine hapa, bishops wale wote wako hapa. Naona bishop wangu hapa mwingine amefika, na familia ya Bishop Muringi na andumaito mahaba muyaseo wengi. Mimi nimefurahi ku make sure nimefika hapa kwa mazishi ya mama wa Bishop Muringi. Mimi Bishop Muringi nimemjua nikiwa kijana mdogo, nikiwa ninasoma. Mimi nilimuona akitengeneza kanisa ya kwanza, akijenga kanisa kadogo hivi ya kwanza, akaanza kuwa pastor na akawa pastor wetu. Hiyo pahali alijenga alipewa na baba yangu. Baba yangu alikuwa chairman wa kijiji huko Kibira. Kwa hivyo tuko na historia mrefu sana na Bishop Muringi. Siku hiyo Your Excellency Mwangi Maathai alikuwa MP wetu huko Rang'ata, ndiye alituleta huko Kibira. Kwa hivyo tuko na historia kubwa. Nilikuwa nimemwagiza lazima nikuje tumsindikishe mama, na pia nafurahia sana nikiwa hapa kwa sababu nimekuja kwa wakati ile ambaye Wakamba na watu wa Mount Kenya tulikuwa na sherehe kubwa sana ya kushikanisha hiyo jamii, na mimi najua wazee walikuwa wamefanya sherehe zingine mingi ndio tuwe kwa chama moja ya Gema, tuwe kwa mtindo moja, culture moja. Na sasa kuanzia sasa sisi tuko katika Mount Kenya East na West na Mount Kenya South, Wakamba wakiwa ndio wako kwa Mount Kenya South. Ile kitu inatufurahisha sasa ni ya kwamba vile leo tuko hapa Ukombani, sasa mjue tukiwa hapa sisi tuko nyumbani. Msifikirie ati sisi sasa vile mlikuwa natuona mbeleni ati kama wageni. Sasa tukija hapa tuko nyumbani. Ile kitu mimi nataka kusihi nyinyi jamii ya Wakamba. Unajua sisi Wakikuyu tunaongeaga na sauti kubwa na msimamo mkali kama hii ya mama huyu. Mmeona huyu Gathoni wa Mushomba, si mnajua ni mkali. Sasa sisi tumezoea kuwa na msimamo mkali. Karungu Athang'wa mmesikia, na mnasikianga pia Rigiji vile yako na msimamo mkali. Kwa sababu acha niwaambie, sisi mnatuona hapa ndio sisi tulikampenia hii serikali ya Ruto mpaka ikaingia, tukiwa tunaongozwa na huyu Rigiji. Mnaona hapa Mlima yoyote 100% tukapigia kura kwa Ruto, na tuliwapigia kura wakiwa na Rigiji huyu, kwa sababu Rigiji kiti hii ya deputy president hakupewa za ile uchaguzi umeisha kama minister. Alikuwa mbeleni kabla ichaguano wa miezi kadhaa huko nyumba, tulikuwa najua yeye ndio deputy president. Na sasa vile mnatuonanga sisi tukikasirikia Ruto mwenyewe na hii watu yake, ni kwa sababu walitudanganya.
Rigiji alikuwa na kiti ya deputy president, sio yake peke yake, ilikuwa yetu sisi wote watu wa mlima, kwa sababu ya kuchagua hiyo serikali. Yeye alikuwa representative wetu, na ndio unaona saa ile Ruto amemfanya vile amefanya. Sisi wote, wacha niwaambie jamii ya Wakamba, kutoka mtoto hata wale wajazaliwa na wazee na wasichana na wamama, sisi tumetoka kwa Ruto 100%. Hatutaki kuona sura yake hata kidogo. Watu wengi hata TV ikifunguliwa wakiona ni Ruto wanazima, kwa sababu ya kitendo ile ametufanyia. Amefanyia Rigathi aibu kubwa. Rigathi amesimama akasema, mzee, kama nimekosa nisamehe. Imagine, na hawezi sikia, na anasema ni Mkristo. Kweli mtu ni Mkristo kweli? Alitudanganya na Biblia. Sisi watu wa mlima anakuja mzuri sana, kwa sababu watu wa mlima ni watu wa kuamini. Anaokoka, analetwa na mapastors na mabishops. Na mimi nataka niwaambie mabishops this time round, hapana kubali tu mtu anakuja kusema ameokoka. Wewe chunguza mienendo yake, kwa sababu huyu mtu sasa, umeona juzi ameanza kunyemelea mabishops. Alikuwa amewaita huko State House awadanganye tena, ati tena nao wakuje wadanganye wananchi. Nataka kuambia mabishops, tafadhali, saa hii vile wananchi wamelia, nyinyi mkidanganywa na muja mtudanganye, naye Mungu atawaona. Mungu hatakuwa pande yenu, kwa sababu watu wameumia. Saa hii watu mumeona umaskini vile umekuwa, biashara za watu zimeangamia, kazi zimekosa, watu wanaumia kwa hospitali kwa hii mfumo sijui ya SHA na SHIS na nini. Confusion tupu iko kwa serikali. Mimi nataka niwaambie mabishops na mapastors, this time round lazima msimame na ukweli, na msimame na wale watu ambaye wanataka kutengeneza nchi hii, wale wanasimama na wananchi. Na mimi nataka niwapaguarantee kitu moja, katika mlima hakuna confusion hata moja. Kutoka mheshimiwa wetu, former president wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta ameshabariki tufanye kazi na mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mwenyewe amesema, mimi nimekuwa hapo akisema, sio kuambiwa. Mnasikia? Hii drama zingine mnaona kando, hizo ni drama. Lakini mlima iko moja. Hakuna mtu hata moja iko nje ya hii muungano yote. Sisi wote tuko kitu moja. Kwa sababu tunataka nchi hii irudi vile Kibaki alikuwa akiongoza, ikawa nchi iko na maendeleo, wakiwa na Kalonzo akiwa deputy president wake. Si mnakumbuka? Na Kalonzo hakusumbua Kibaki, si ni kweli? Wakafanya kazi, wakaleta free education, ndio hao walileta hata hizi simu za mobile, wakaleta bodaboda. Maisha ikawa rahisi na ikawa na mwelekeo. Tunataka ile serikali inakuja, tafadhali mjue mheshimiwa Rigathi, wewe ingia ndani mkiwa na Kalonzo, mlirudisha vile Kibaki alikuwa amefanya. Hii nchi rudi, watu wote wawe wakijidai kuwa wa Kenya. Lakini saa hii kila mtu analia. Hakuna bali unakuta mtu anasherekea. Watu hata kukula ni shida, wengine kupata pesa ni shida. Saa hii tunajua shule zinafunguliwa. Kuna wazazi wengi sana saa hii hawajui vile watarudisha watoto shule. Ama ninasema uongo? Kwa hivyo lazima nchi hii irudi pahali ilikuwa, na ndio unaona sisi ni mmoja wale walidanganywa. Sisi kama kuna watu ambaye Ruto anajua kudanganya, mmoja anaitwa baba yao. Lakini naye siku moja atakuja kusema kweli yako na bahati. Ruto tulipatia serikali ya kikua mzuri kabisa. Ona sasa. Unajua by the way tu naonanga kama Ruto alibadilishwa. Ile Ruto tulikuwa naye tukifanya kampeni tulikuwa naona ni mwerevu, ana maarifa, ana idea, anasema atafanya. Sasa sisi naonanga mtu ambaye anasema hivi, akipanua mdomo watu wote wanajua anataka kusema uongo. Si hata nyinyi mnajua hivyo? Akipanua mdomo anataka kusema nini? Uongo. Ama namna gani? Lakini tunaambia wananchi, don't lose hope. Juzi mliona ni jana ama ni jana. Can you imagine wana madharau kubwa sana kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Wanasema hawezi kuwa hata na ng'ombe hata mbuzi. Ati anaongea nini maneno ya ng'ombe na mbuzi na hana. By the way, wacha niwaambie, ukiwa nataka kuona ng'ombe kama zile zinaonangwa huko showground,
ng'ombe zile kubwa kubwa na mbuzi kubwa mingi, enda kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hapa. Kalonzo diako na zile ng'ombe mimi sijaona mtu mwingine naye kwa boma yake. Tena ng'ombe mingi, lakini Kalonzo unajua ni mtu wa kujifanya tu mpole tu. Sio mtu wa kujigamba, si ndio? Sasa wanamdharau kwa sababu wanafikiria wameiba pesa yote. Sasa wanaona kama yeye anakaa tu hivi baridi kama hana pesa. Si ndio? Waacha wajue. Hiyo mambo wanatuletea sisi tunajua ni hii ni deal wanakulia pesa hii chanjo. Usifikiri ni kitu kingine. Ni hii ukora tu kama hii adani tu kuna pesa inataka kukuliwa hapo katikati. Lakini wananchi wamesema no tu hiyo chanjo, si ndio? Watu wakamane tutaenda njia moja. Neto dhiba mwe. Tuenda mumine maundu asuma kuasiate aiko ni ngei. Maundu ma aiko ni ngei nesi atheli tuwa. Ukiona Mkikuyu unaona umeona ndugu ya? Ama namna gani? Mungu abariki sana na tuko pamoja. Thank you so much. God bless you. Na niko proud sana na Maanzo sisi wote tunampenda kwa mlima. Kwa sababu ya ile kazi na msimamo amekuwa naye na mjumbe hapa sijui anaitwa Kipasu, hata yeye alisimama na Rigiji akatufanyia heshima kubwa sana. Na kwa hivyo tafadhali mkiwa na Maanzo muko na dume, si ndio? Hiyo mtuze yake Mungu hiyo. Vile Kalungu amesema alikuwa anataka kutumiwa kugonganisha jamii ya Wakamba na ya Wakikuyu. Lakini sisi Wakikuyu ni werevu, mnasikia? Haiko utia tu manu. Huwezi kuja tu ati hongo hapo, kuja tu hapo ati ufikiri Wakikuyu atakazirika. Niliona juzi wanasema ati barabara zile zilikuwa nataka kujengwa kwa mlima, ati ndio mtuzi anapewa. Ati wakifikiria Wakikuyu atakazirika. Sisi ya Wakikuyu tuna akili mzuri na tunajua mtuzi wewe sasa ulipewa ndio uharibu uhusiano wa Wakikuyu na Wakamba, lakini utatoka ng'o. Hakuna Mkikuyu atakazirika juu ya hiyo. Asante. Asante, niletewe mic nyingine. Unajua sasa tumefika level, tafadhali. Kuna ile mic nyingine mzuri hao. Si umesikia vile baba yao ameongea? Tunasema reject the vaccination. Reject. Sema reject. Reject the vaccination. Reject. Sema reject. Ruto amesikia vaccination yake ya ukora imekuwa rejected. Sasa unajua Pastor Dorcas ni mama wa taifa, mama wa kweli kabisa. Hata siku nyingine amekaribisha mimi, nikaenda nikakula githeri tamu sana hapo kwake, na nilikuwa na vijana wangu. Kwa hivyo nataka kumkaribisha pastor ambaye ni mtumishi wa Mungu na ambaye ndio aliomba sana na akaleta Rigathi, wakapata baraka. Hii serikali ikaingia pepo mbaya. Kwa hivyo pastor, mko na kazi ya kutoa pepo pale kwa serikali ya Ruto. Imejaa mapepo ya uongo, mapepo mengi sana imejaa pale. Ushetani umeingia mpaka wamekosana na kanisa kabisa kila mahali. Na watumishi wa Mungu wako na baraka na wana matumaini. Kwa hivyo pastor, tafadhali kuna mic yako hapa. Karibu utubie watu wa Mungu. Na najua umepeana pole sana hii boma ya rafiki yako. Asante. Asante sana Bwana, our honorable Maanzo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Familia ya Bishop Mulinge tunakuja kutoa rambirambi zetu. Fathers of faith, mababa wetu wa kiroho ambao wako hapa, pastors na kanisa lote na viongozi, our deputy president who the people elected, hata mimi nilikuchagua. You are my deputy president and I'm proud of you. The senators who are here, the National Assembly, County Assembly, na adwaito wetu wa Kalawa, Moyaseo enge, Moyai ataiwe enge. Nina furahi sana leo kuja kwa sababu
nimekuja kuona ndugu yangu mkubwa ambaye ni Bishop Mulinge. Bishop Mulinge tumetembea kwa na familia yake kwa muda sasa, tukieneza injili huko Nairobi na pia hapa Machakos na Makueni. Hata Mwingi nimeenda, hata Kitui nimeenda. Unajua kama pastor sisi hatuna mipaka, sisi tunaenda kama ni injili tunaipiga kabisa. Hata nikiwa high school nilikuwa nakuja huku naenda kila mahali tukihubiri, na Mungu ametujalia kujuana na Bishop. Na hata kama mimi mama yetu Agnes sikupatana na yeye, lakini ile kazi ambayo mama yetu Agnes amefanya mimi mwenyewe nimeiona na nimefaidika kutoka kwa kazi ya mikono yake, kwa sababu nimekuwa na ndugu yangu ambaye amekuwa akitusaidia. Sisi kama kanisa ninajua tunalaumiwa sana, wakisema tulikuja na tukaongea na tukahubiri kabisa, tukasema hii serikali ya Kenya Kwanza itakuwa serikali ambayo haitakuja kuharibu, itakuja kutengeneza. Lakini tunatoa apology kwa sababu siku ile unakutana na mtu huwezi jua mtu wa aina gani, na ndio Biblia inasema the heart of the man is desperately wicked, but when you see somebody you cannot tell the difference. When God elected and anointed King Saul, God himself, not a pastor, not a bishop, not a prophet, God himself, the creator of heaven and earth, he went, he saw a man called Saul, and he said, this is a man, he's a good man, he's handsome, he's tall, and he is a good man, wise, he will be able to lead Israel. But after a few days, God himself comes and says, I regret having made Saul the king. So if God can regret having elected someone or anointed someone and even appointed him over his special people, who is a pastor, so we can make a mistake. But a mistake is bad if you repeat it, because it becomes a sin. So this time, as you are saying, we are going to look and we are going to pray and we are going to make sure when we are talking, this time God will guide us with his wisdom. And I say, when we were going through here, we came with the church agenda before the 2022, and many of our pastors, they listened. And that is why, unlike the other times, and I want to thank the fathers of this land, Bishop Kababu, thank you very much, because when we came to you, mpigiani makofi. Bishop ameneza neno hapa. Saa ingine tukienda, when we come here na tunataka kwenda kwa mashule, akienda hapo watoto wote wanaokoka. Na mumeona bishop wetu wa Nairobi amekuja, kila mtu sasa ameokoka. Muende na ushuhuda, musianguke. Uliona tumeambiwa tuende tufanye watu kuwa disciples. Na kutoka leo nyinyi mmekuwa disciples kwa on behalf of our mama Agnes. So today it is one of the greatest days where even the bishops and pastors wameokoka la pili. So our mother was a great woman and we are very happy to be here. We bring our condolences as a family and we will continue to pray for you as a family, and I pray that the God who wipes tears and gives comfort, gives you comfort, my bishop, and your family. Sisi kila siku unaniambia nilete mzee, ninakuja naye. Mwezi kupiga makofi.
watu wetu wa Kalawa. Si kila mahali naenda na mzee nikiambiwa tuende. When I respect and I honor someone and I know this person is a brother, is a family. Umeona hata maaskofu wamekuja sawa sawa, leaders wamekuja kwa sababu hata yeye anashikilia sio neno tu, lakini hata saa ile tunamuita huko kwetu anakuja. Na nimeona tukija milima ni mingi sana hapa. Ukienda kila mahali ni mlima. Ukiambiwa Nova, hata sisi tulikuwa tumekosa njia kidogo, tukakuta mzee akasema Nova, tukaendelea na gari tukakuta mama, tukamwambia tuliambiwa Nova, akasema hata sasa Nova. Namuona tumefika. Mungu awabariki na awapanguze machozi, kwa sababu sio tu familia ya Bishop Mulinge wamepoteza, hata jamii na community ya hapa na neighbors wote. Najua majirani wale walikuwa na mama yetu Agnes, mlikuwa mna mwenzi na mmepoteza mama, na mama hawezi hata akiwa na miaka 200 au 1000 tungetaka mama aishi. Kwa hivyo our condolences to the family and God bless you. Asante sana mama wa taifa. Haja niseme ya kwamba nilimjua Mheshimiwa Rigathi wakati alikuwa mbunge na mimi ni mbunge. Nalikuwa tunafanya kipindi moja na yeye kule KTN. Wiki moja kila asubuhi tukakuwa marafiki. Sasa nikamwambia, wewe Mungu akibariki nyinyi, mkipata usisahau sisi, na tukakuwa marafiki sana. Hata wakati tulikuwa tumenyang'anywa security, akasema maanzo arudishiwe security yake. Kwa hivyo tumekuwa marafiki, na tena wakati tuliona sasa ameanza kusukumwa, na mimi nikasema huyu namjua kutoka kitambo, and is a truthful man. Shida yake kubwa ni kukuwa truthful, na alikuwa na wakora ambao walikuwa wanataka kuiba hiji ya serikali. Hako na maneno mengi sana. Kwa hivyo mheshimiwa, karibu, makofi kwake. His Excellency Rigathi Gachagua, Second Deputy President of the Republic of Kenya and the People's Deputy President. Thank you. Tafadhali tuketi. Familia ya mama ambaye amelala hapa, Agnes Mwikali, akiongozwa na Bishop wetu Daktari Mulinge, maaskofu ambayo walifika hapa, members of the family, viongozi wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Senator wetu Manzo, na wale wote ambayo wameweza kufika hapa, na watu ya Kalawa. Hamjambo? Baitu moyaseo? Moyaseo ingi? Moyaini museo? Na mabinda onde? God is good and all the time. Nisalimieni ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana. Bishop na familia yenu, tungetaka pia kuleta rabirabi zetu. Mimi na mama na watoto wangu tumefika hapa kumsindikisha huyu mama shupavu ambaye Mungu alimbariki akaishi miaka mingi. Na kwa sababu huyu Bishop Dr. Mulinge ni family friend wetu, ndio tumefika hapa, kwa sababu tangu wapatane na Pastor Dorcas tumekuwa pamoja kama familia na tumekuwa one family. Kwa hivyo ndio tumefika hapa pia kuja kutoa heshima zetu za mwisho kwa huyu mama kiongozi ambaye amefanya kazi nyingi sana ya kuzaa na kulea watoto 10, watoto ambaye pia ni viongozi, watoto ambaye pia ni watu ya heshima. Na kwa hivyo tuko hapa kwa sababu ya kutoa hiyo heshima, kwa sababu mambo ya urafiki ni mambo ya maana sana, na sisi tunataka we create relationships, watu wajuane, wapendane, ndio tukiendelea mbele unakuwa na marafiki kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi pia nimefurahi sana kufika hapa Makueni. Tumekuja kwa hii milima, tukaona hii pahali iko mzuri sana.
iko green. Sijui kama inakuwaga namna hii throughout ama ni wakati ya mvua. So karibu nianze kusema nitafutiwe shamba. Tukaona maembe, tukaona watu na tukafurahi sana. Kwa hivyo sisi tumekuja tu kwa sababu ya hiyo urafiki na kusema poleni kama familia, na tunaomba Mwenyezi Mungu ampatie nguvu ya kukubali na kuitikia yale Mungu ametenda. Viongozi wameongea mambo mingi sana hapa, mimi naunga yote mkono. Sisi tuko katika harakati za kutengeneza urafiki wa maana. Sisi wale tumetoka pande ile ya mlima, juzi tumeshikana kama Gemba, Ikuyu, Embu, Meru, Anakamba. Na hiyo sisi zote tukasema ni sawa. Na sisi tunataka kusema hiyo mlisema mjulikane kama Mount Kenya South, tumekubali. Ndio Mount Kenya yote ikuwe kitu kimoja. Na sisi na nyinyi we are cousins. Sisi ni cousins. Hata tunashangaa ni nani alikuja katikati yetu, tumekuwa hatutembei pamoja. Hii miaka yote tukienda pande hii mnaenda pande hii. Na sisi ni watu lakini tunasemaga God's timing is wakati umefika. Sisi tuko na shukurani kubwa sana wa jamii ya Wakamba kwa kiongozi wetu Kalonzo Musyoka Stephen, kwa chama cha Wiper, kwa maseneta hawa wetu, kwa wabunge wetu. Mumetuonesha sisi urafiki wakati tunatiwa aibu na wale ambaye tulisaidia. Nyinyi hatu kusaidia nyinyi, tulisaidia wengine. Wametugeuka, saa ile wanatutesa, nyinyi mumekuja kusaidia sisi. Sisi ni watu ya shukurani sana. Na hatuwezi sahau ile watu ya Wiper kiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka, mumetuonesha juzi. Imetengeneza urafiki wa kudumu na wa maisha kati ya nyinyi na sisi. Na sisi si watu ya kuongea hivi hivi. Tukiamua watu ni marafiki zetu, inakuwaga namna hiyo. Pia tunakumbuka mwaka wa 2007. Kiongozi wenu Stephen Kalonzo Musyoka alisaidia Mwai Kibaki akiwa na matatizo, ameshida kura ya rais lakini hana wabunge ya kuendesha serikali. Kalonzo akakuja akamsaidia Mwai Kibaki, akasaidia serikali yake. Na hiyo serikali ya Kibaki na Kalonzo ndio ilifanya ile maendeleo ya uchumi haijaonekana Kenya tangu independence. Na sisi tulisahau kulipa Kalonzo hiyo deni. Iko. Na sisi ni watu ya kulipa madeni. Tulikuwa na ya Ruto, tumelipa. Sisi hatuna deni yake sasa. Si tumelipa yeye. Tulikuwa tunataka kulipa na installment, tumemlipa the first installment, ameleta madharau. Tumesema hiyo deni imekui. Sisi hatuna deni yake. Sisi tuko free. Sasa tuko na madeni mengine kidogo kidogo, ndio tunataka tulipalipe madeni. Tukae bila deni. Si ndio? Sisi tuko na deni ya Kalonzo na nyinyi. Kwa hivyo mimi nataka niseme tunaongea na kiongozi Kalonzo, mimi na viongozi tunaongea. Na tutapanga vizuri. Na Wakenya wengine, kina Eugene Wamalwa, wengine kila pahali huko Masaini. We are talking as Kenyans, tukitafuta njia vile tutajipanga vizuri kwa sababu ya uchumi wa Kenya yetu, na tumalize mambo ya uongo katika hii Kenya. Tunataka hii Kenya isonge mbele. Yangu tu ni kuomba nyinyi watu ya Ukambani, hii uongozi na siasa ni hesabu. Nyinyi mjiandikishe kura. Vile nominated MCA amesema hapa, huyo mama ameongea vizuri. Amesema
Uongozi ni kujiandikisha kura na kupiga. Tukipiga hesabu, Kaiza hii ndio uongoze inatakana 50+1. Na nyinyi lazima muongeze kura yenu sasa. Tunataka Ukambani hii, Kitui, Machakos, Makueni, wale wako Taita Taveta namna hii, vijana wote wajiandikishe, majenzi wajiandikishe. Tunataka mutafute, mujaribu 3.5 to 4 million. Mkishafikisha hiyo mnitafute. Mutafikisha? Mutafikisha? Ndio tupige hesabu. Hii maneno ni hesabu, mtu asikudanganye. Ni hesabu. Sisi pale kwetu tunataka kusukuma up to 10 million. Na nyinyi msukume 4. Wengine wasukume. I want to challenge you, mjue kama mnataka tukue pamoja kwa serikali. Hii serikali haiwezi kuta wewe ugua kwa nyumba. Lazima mtoe watoto waende wajiandikishe kura. Wale wamefikisha 18 years washike kitambulisho. Wakishapata kitambulisho, hata kama hakuna IBC, ukienda constituency office kura inaandikishwa. Msigoje mpaka siku za mwisho. Muandikishe kura za kutosha. Then sisi tutafutana na Kalonzo, na sisi na marafiki wengi sana tunaongea. Na tuko na formula. Na sisi Waititu na Wamuchomba atakwambia sisi hatuendage pahali ya kuanguka. Hatuko. Pahali utasikia sisi tuko ndio itashinda. Sasa kama tutakuwa na nyinyi mtakuwa washindi. Mnataka tukue pamoja? Mnataka tukue pamoja? Sisi pahali tunakuanga all the time. The winning team, we are always there. So, since sasa tumesikizana tukue pamoja, we are the winning team. Lakini lazima mfanye yenu. Muko na kibarua kidogo. Nataka muongeze registration of voters. Muongeze registration of voters. Na siku pia ya kupiga kura ikifika, mkuwe kama sisi tunapigaga 99%. Na hiyo hesabu tumepiga vizuri na akina Kalonzo na Wamalwa na wengine tumepiga hiyo, tumepiga kwa meza. Lakini hii ya meza bado tunapiga sasa pale kwa meza. Kwa meza tunaona inaingiana. Lakini tunabakisha to translate the theory into practical. Mtajiandikisha? Mtajiandikisha? Na nyinyi msikuje watu ya kudanganywa dakika ya mwisho na wale wamezoea kudanganya nyinyi. Sasa mmepata new partners. Na sisi tuko na historia ya kuwa watu straightforward. Sisi tulimwambia Ruto tutampatia kuwe rais. Tulimpatia hatu kumpatia. Tulimpatia hatu kumpatia. Si ametuonesha madharau. Sasa tukimuondokea anaweza laumu sisi? Hawezi. Sisi tulikuwa tuko tayari kutembea na yeye, ametuonesha madharau. Sasa sisi tumesema, mimi nimeambiwa na watu tafuta marafiki. Tumekaa na Kalonzo, tumekaa na wengine, tutafute marafiki na mambo itakuwa sawa. Mnataka tutembee pamoja? Na vile Wamuchomba amesema pia tuoane. Kwani iko makosa gani? Wasichana wenu tuoe kwetu na nyinyi mchukue wasichana wetu. Kwanza wale mnapenda biashara, mchukue wasichana kwetu wakuja waoneshe nyinyi biashara. Wachungie nyinyi mali na kumuonesha njia ya kutafuta mali. Nikimalizia niseme, nauliza viongozi wetu wa serikali, tafadhalini. Hii maneno ya kutukana wa Kenya na kuwakemea na kugombanisha hawa, hakuna haja. Kama ni chajo ya ng'ombe, kuja eleza mkulima, si ng'ombe ni yake. Ongelesha yeye pole pole, hii chanjo inaweza saidia na njia hii na hii na hii. Unataka ama utaki? Aseme anataka ama hataki. Hakuna haja ya kutukana wafugaji. Hakuna haja ya kutukana watu ya Kenya. Hakuna haja ya makasiriko na hasira mingi. Ongelesha Wakenya tu pole pole kwa heshima, kwa sababu kiongozi ni mtu ya kuajiriwa kazi na Wakenya. Kuna haja ya kuwabanisha Wakenya na fujo mingi. Umeona hata wabunge huko natukana kiongozi kama Kalonzo Musyoka. Mbunge tu
anasimama na kumtukana, kumkosea heshima. Na ni kiongozi ambaye ako na wafuasi wengi, ni kiongozi ambaye ni shupavu, ameongoza miaka mingi kwa Kenya, unamkosea heshima. Kiburi imejaa kwa kichwa. Mumefura kichwa kwa kuiba mali ya Wakenya. Si wamefura kichwa? Wamefura kichwa. Sasa hao walikuwa wanapanga Christmas, wananunua mbuzi ya kwenda Christmas. Nyinyi kuna Christmas mmepanga? Sasa iko haja gani ya kwenda kutukana watu, kukosea watu heshima, kuwagobanisha, kuwapigia kelele? Tuheshimu wa Kenya, kwa sababu hata kama hawana mali, hata kama wako na shida, heshima tu ni ya maana. Hata watu maskini wako na heshima yao. Hata kama mtu ni maskini, si umheshimu tu na umaskini wake. Hiyo tu ndio tunaomba. Ingine tumeona saa ile watu napanga kwenda Christmas, watu ya serikali waende wafurahie Christmas, wamenunua mambuzi na nini, wamebomolea maskini manyumba, watakaa nje wakati ya Christmas. Hii maneno ya kubomolea maskini manyumba yao. Tumeona pale Nairobi akina mama wanalia, hawana pahali ya kukaa wakati ya Christmas. Si mungengoja hata wakule Christmas kama lazima mbomoe mkuje mwaka ujao. Na hii ni mambo tulikuwa tumesema kwa serikali yetu, mambo ya kubomolea watu hatutafanya. Kwa hivyo tunaomba tafadhali tukuwe na huruma kwa watu maskini, kwa Wakenya wa kawaida. Tusiwahangaishe, tusisumbue hawa, tuwapatie pia nafasi waishi kama Wakenya, kwa sababu ni muhimu sana. Kwa hivyo mimi ningetaka niseme watu ya Makueni nimeshukuru sana. Sana sana. Na mtaanza kuona sisi huku tukija kutembea. Mnataka tukuje? Sisi tunataka tutengeneze uhusiano ya kisiasa ya miaka na miaka. Na this coming election ndio tutasil urafiki wetu kwa debe. Najua urafiki inakuja pale kwa debe. Nyinyi mlikuwa mnaweka debe yenu, sisi tunaweka yetu. Sasa tunataka tuweke debe moja. Tutaweka debe moja? Na tutakubaliana, hakuna shida. Tutakaa viongozi, tuone vile tutapanga vizuri, tukae, tukuje tumwambie nyinyi mpango ni huu. Nyinyi sasa mfanye yenu. Bora tutafute serikali ya kulinda uchumi na ya kuheshimu wa Kenya, na sio ya utawala ya lazima na kutumia DCI kufanya siasa. Mtu akisema kitu huko kwetu siku ya Jamhuri Day watu walikataa kusikiza hotuba. Sasa viongozi wanashikwa ati watu hawakusikiza hotuba ya rais. Sasa raia anasema simshike sisi. Si hao ndio walikataa kusikiza. Sasa utashika kila mtu. Vile mimi naona hii Kenya ikienda itabidi hii maseli panuliwe. Sababu kila mtu amekuwa kichwa ngumu. Watu wamechoka, watu wamerevuka. Sasa ukiwa kazi yako ni kushika watu, utashika mpaka nani? Hii watu watakaa jela gani? Na jela zimejaa tayari. Si usungumzie watu ujue ni kwa nini wanakataa kusikiza hotuba. Si urekebishe hiyo hotuba uweke mambo ya ukweli. Hakuna haja ya kuhangaisha viongozi, ma-MCA wanashikwa, MPs wanashikwa, nani nashikwa. Sasa utatawala namna gani kupitia polisi? Polisi hawezi saidia mtu kutawala. Utaongelesha Wakenya vizuri, ujue ni kwa nini wamekasirika, urekebishe. Ukirekebisha basi utakuwa na amani. Lakini kushika watu na kufungia, hiyo hapana solution. Sasa tuliona huko jana Nyandarua watu wamejaa kwa barabara, nasema usike MCA ni sisi. Tumejilete, fungia sisi. So hiyo maneno ya uongozi wa lazima na wakifua hawezi fanya kazi katika Jamhuri la Kenya. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Kalawa. Hapa ndio kwa Joseph Munyao. Huyo mzee unajua alikuwa rafiki sana ya Mwai Kibaki. Si mnajua? So tulijua bondi kwa sababu kupitia huyo mzee zamani. Alikuwa rafiki sana ya mzee Mwai Kibaki mpaka kuwa waziri katika serikali yake. Na alikuwa secretary general ya chama cha DP wakiwa pale na mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo tukiwa hapa tunajisikia tuko nyumbani. Tumeshukuru sana kwa vile mmetukaribisha, na Mungu akitujalia tutakuja tena na tena. Na asanteni sana kwa huyu Senator Manzo, ni kiongozi wa maana sana. Mtamshikilia? Na ni wakili shupavu na anatusaidia sana.
Watu wetu wakishikwa anaenda kuwatetea. Na pia anakuwa pale kwa ma TV kila asubuhi, ako na akili mingi zaidi na Kiingereza mingi zaidi. So mtaendelea kumshikilia. Pia mbunge wenu hapa mwambie nimesema asante sana. Kivasu alitushikilia pale siku tulikuwa na matatizo, tulishukuru sana. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Basi tumpikie